Oh, hello guys, welcome back again. Tumekuja leo, karibu sana kwa wale ambao wanakuja kwa hii show, karibu sana, nashukuru sana. Msishangai kwa nini hii kiti iko empty. Mwenzangu yupo anakuja in a short while, so nawakaribisha sana. If you're watching me, kindly comment down below, unasema wa watch from where. Na leo venye umeona the show is going to be lit. Tuko na mjadala ambao jana tulisema kwamba tunaenda kushughulikia siku ya leo, na a promise is a debt, so we are here to fulfill the promise that we made yesterday. So nataka mniambie mko wapi kwa comment section, uko wapi, wewe ni nani? Haya, unasema aje? Siku imekuwaje? Siku imekuwaje? So naomba you comment down below unielezee, na kabla hatujaanza mjadala nataka utafakari kulingana na mada ya leo, uone ni nini tunataka kuongelea siku ya leo, na make sure that you have everything on your fingertips, kwa sababu the conversation inaenda kuwa moto zaidi. Alafu make sure you follow us on our social media handles. Kwa jina langu ni Miss Anu, napatikana pale YouTube. You make sure that you follow me, you subscribe to my channel. Instagram pia, TikTok Miss Anu, yes, Twitter the same, Facebook at Unblessed. Make sure that you follow us. So if you're joining us, kindly follow us on our social media handles. Alafu niambie una watch ukiwa wapi. Are you prepared for this hot discussion ama unasema aje? Na kama umejoin, tafadhali naomba uandike kwa comment section, niambie siku yako imekuwaje. Na mwenzangu nimesema anakuja kunijoin in a short while, so usiondoke, usiende mahali popote, kwa sababu anakuja in a very short while. So sijui kama kuna watu, kama kuna mtu ananisikia, sound check iko aje? Sauti yangu mnaisikia vizuri? Ndio nataka kujua mnaniona vizuri. Sauti mnanisikia? Kama mnanisikia, naomba uandike kwa comment section, niambie kwamba unanisikiza, and then make sure you give the video a like. Yes, hivyo ndio unaweza ni support, unapea the video a like, kumaanisha kwamba we are together. So let me know una watch ukiwa wapi na siku yako imekuwaje. Kama unanipata vizuri, sawa, sambamba. Najitayarishe kwa huu mjadala ambao nakwambia it is going to be fire. Sasa tukiendelea kungoja mwenzangu, naomba mniambie how is the sound? How is sound check? Sound check. Mkoaje? How was your day? Nataka mniambie siku yenu imekuwaje? Siku ilienda venye mlikuwa mnatarajia ama kumeharibika? Naona watu mnajoin, asante sana kwa kujoin, nashukuru sana. Kindly give a video a thumbs up, bonyeza hiyo kidole yenye imeangalia hivi juu, bonyeza hapo, and then comment kama sauti iko sawa. If the sound is okay, kindly comment. Yes, asante sana kwa kujoin, nashukuru kabisa, I really appreciate it. Asanteni kabisa. So siku imekuwaje? Aya, naona Hesbon Kaunda anasema ako Paipu, karibu sana Hesbon. Alafu naona Mark anasema watching from Kakamega, karibu sana Mark, nashukuru sana. Hesbon smart nayo madam, asante sana Hesbon, nashukuru kabisa. You are handsome too, nashukuru. Gladys anasema kwamba watching live from Cairo, Egypt. Gladys, mambo, how is Egypt? Everything is okay? Hali ya anga iko aje? Hebu tujulize.
hapo ikukoaje? From Kitengela, asante sana, karibu, tunashukuru. Gladys James anasema kwamba sauti iko loud and clear. Thank you very much. Thank you very much. Nashukuru sana kwa kujoin, na msisahau kugive a video a thumbs up. Huyo anasema ule Miguna. Kwani Miguna umerudi Kenya na bado hatujajua? Miguna anasema kwamba ana watch, anatutazama. Haya, Morris Daniel anasema kwamba anatuwatch from Kitengela, karibu sana. Thank you for joining, we really appreciate that. Alafu okay, nani tena? Gladys anasema kwamba ametune in, asante sana, nashukuru kabisa. So Gladys anasema kwamba Egypt kuko poa, but it is so cold, so unfortunate Gladys. Sasa unajua hapa Kenya, kwanza specifically hapa Kisii, kwanza leo tumepigwa na jua ni kali sana, mvua ijanyesha kama siku kama kadhaa hivi, lakini tunashukuru Mungu, the weather is okay, tunashukuru Mungu. Naomi Maangelai from Minnesota. How is Minnesota? How is Minnesota? Mkoaje wapo? Mtutumie masoda, sijui Minnesota inamaanisha nini, but we hope that ni soda mingi. Haya, alafu Morris eti uko fiti madam, usingizi ndio imeanza kusumbua. Morris wacha mchezo. Unajua unafaa kufanya nini? Unaamka, eka maji kwa beseni, eka miguu ndani. You need to watch this girl. Sasa ukienda, nani atani watch? Eka maji kwa beseni. Aya, Irene Kerubo watching live from Hamam. Hamam inapatikana wapi mama? Karibu sana, I really appreciate. Thank you for joining, nashukuru sana. Alafu Beatrice Mora from Qatar. Qatar ikoje Beatrice? How is Qatar? Irene Kerubo, hey mama, how are you doing? Morris, hope umeweka maji kwa beseni, kwa sababu hapa hatutaki kubahatisha, ni discussion moto sana. Irene, karibu sana, nashukuru. Janet Kainga anasema kwamba ana watch from Bahrain. Bahrain iko kwaje Janet? How is there? Hesbon Kaunda anasema kwamba uko na watu ama? Nimesema Hesbon kuja nyuma ya tent tuonge. Hiyo maneno nitajibu nyuma ya tent. Oma, what do you think? Comment hapo, what do you think? Unakaa mtu ako na watu ama sina watu? Haya, Irene, niko salama pia, nashukuru Mungu, tunashukuru afya njema, watu wako salama huku, tunashukuru kabisa. Haya, Irene, and you look cute and blessed. Thank you mama, you look beautiful too. Though sijakuona, but hopefully tutaenda live pamoja nikuone. Thank you so much, I'm so much blessed. Alafu make sure you follow me on YouTube. Najita tu hiyo jina, Miss Anu, hiyo yenye umeona hapo hivyo kwa screen. Miss Anu, tafadhali subscribe to your girl, support her. Alafu nani huyo? Naomi anasema kwamba Kokorokontu ako missing. No, Kokorokontu wako anakuja, ameenda kushughulikia mpenzi, anakuja. Unajua, si unaelewa, ukikuwa na mtu lazima umweke organized before kuje show. So amesema lazima amweke organized ndio kuja, otherwise atamtoa kwa show na mtaanza kulalamika. So ndio maana hayuko hapa, lakini anakuja in a very short while. Okay, Irene anasema say hey to my Ungwaro Riruta team. Riruta team mesalimiwa sana na Irene Kerubo. Naona Kukurukuntu anazurura hapa, so msijali, anakuja. Watu wanasema hapa kwamba eti leo uko missing, wanataka kukuona hapa. Samuel Nyako anasema kwamba sema saika uko people. Samuel, nimesema nataka watu wa guess. If you think, kama unafikiria kwamba I'm people, comment. Na kama unafikiria kwamba siko people, comment. Kwa wale wenye wanapata uko na present, labda unaweza kuchoose, utajua aje. Irene anasema kama hayuko kalia kiti yake. Siwezi kalia kwa sababu iko tu hapa na inamaanisha anakuja. Kama angekuwa hii kiti ningeitoa, anakuja in
Aya, Gertrude Nyamari anasema kwamba ana watch from Tombe kukwaje Gertrude? Tombe unajua ni Kisii. Watu mbwaki ni bana. Unasikia amekuja na kelele yake. So in 3 2 1 have your watu kuna mbwaki ni bana. Yaani natoka tu kidogo. Washaanza kunikelele. Wanakelelesha kwamba sitasikia mtu anakuambia welcome, karibu sana, feel at home. Sitasikia hata. Hakuna mtu amenikaribisha by the way. Jana nilikuwa nimemwambia that I'm here to stay. Lakini hakuna mtu amenikaribisha. Wanaanza kuniuliza kama niko na mtu. Hadi Samuel nyako by the way, aliananga alikuwa amepotea. Karibu Samuel. Samuel kwanza ndiye amekuwa wa kwanza kuniuliza hiyo swali. Fred Mogeni anasema kwamba uko smart sana na shukuru sana Fred. Samuel anasema ni kama sina people. That is a very good guess, Samuel. Mimi nitakupatia. No, they are guessing. Sasa unawapea maybe niko na mtu, utajua aje. That is a very good guess. Sasa hata kama hako atatueti kama nishakupatiana. Niko mimi na wewe tu. Morris anasema it I guess bado people cause ungekuwa people sahi haungekuwa hapo. Morris, unajua money talks. Unajua lazima tufanye pesa. Kama nitakuwa na yeye na hatuna kakitu, atakuwa tunakula aje. Sasa bidii umejituma. So unaweza kuwa nayo bado nimemwacha kwa nyumba. Wezi judge. Ama ako hapa. Kwa hiyo side nyingine. Mngoja Marisa pepe apeleke. Maybe utajua aje. Hiyo pia ni possibility. Nilikuwa nataka kuona kama watakukaribisha, wakwambie karibu sana. Hakuna mtu amenikaribisha. Irene karibu apate fine, Ekiawa apate fine, Samuel Nyakwa apate fine. Nani hapa? Morris. Wapate fine. Mbona msiseme karibu sana? Deno. Irene anataka t-shirt. Anapata. Janet, welcome. Uliwaambia niende kushughulikia people. Nilikuwa naosha sufuria. Si nilishawaambia sufuria gani? Nilishawaambia. No, nilikuwa naosha sufuria na vikombe za sapa na sahani. So akaniambia nitangulie ambaye ni people wangu, akatangulia akakuja. No, acha niwaambie ukweli. Unajua mimi sidanganyangi, mimi I'm a very honest person. So huyo mtu amekuwa hapa. Imagine ananiita mtu. Nashangaa anakuja hapa na mtu. Na nauliza kwani ulioa? Kumbe huyu mtu ameoa chini ya maji na atuambi. So ndio anashangaa kwamba amekuja na mtu wake hapa, ameenda kumpanga, anaenda kumtengenezea soft place mali atakaa mngoje hadi amalize show. Na kwa hapa ndio. Mpenzi tight. Ndio hapa. Mpenzi tight. Ka kifuniko ya gas. Ka nini? Kifuniko ya gas. Na ile ya stove. Naomi anasema kwamba kukurukuntu, kwani wewe unaenda kushughulikia people and you leave us wait. Imagine the audacity. No, sasa usiku na choma. No, the audacity. Unajua watu wamekuwa wakikongoja sana hapa. Usiku na choma. Mimi lazima tuniambie ukweli. Mimi hakuna siku nitawadanganya. Msichukulie hiyo ilikuwa tu ni hivi, lakini huyo ndiye nilikuwa naomba nitawaletea. So nimewaletea. Na ananipaka rangi na ananipakia watoi rangi. Ndio. So karibu sana kwenye show ya siku hii ya leo. By the way, mmenikazirisha ile mbaya akina Irene. You can't say welcome mgeni, karibu sana. Mkaribisha mgeni na mikono miwili tu hivi. So Irene amesema. Mbona sijaona? Irene amesema. Oi. Mnamjua kama Monday. Janet kwanza ndiye amesema, si Irene. Oh. Thank you very much Janet. By the way, Monday ni Valentine, tumemwambia tumekuja tu hivi, tumeanza kujipenda tu hivi Valentine ikiisha na tunaachana. Tuko hapa for Valentine. Si niwaambia nini wangu? Acha niwaambie sasa. Mimi niko hapa na offer. Kama uko hapo na offer mzuri, unaweza ni book for Valentine. Naweza muacha. I can give you company for Valentine 2029 alafu tunaachana. Mgeni anatuchomea. Kama huwezi fika bei. Kama huwezi fika bei. Okay, karibu sana. Before tufanye anything else, kama kawaida kama kawa, lazima tuanze tu kwa sababu ya kushukuru Mwenyezi Mungu.
na maombi. Jana tumekuwa hapa, leo tu hivi tukaondoka hapo katika media asubuhi tu hivi, ikita tuweze kurejea papa hapa siku hii ya leo. So today mimi kama kawaida ni kama kawa the only man mwenye kuna sura ya Waafrika na rangi ya Waafrika na ni wakilisha Afrika mzima kote, the only man ambaye anaitwa Nyapto Dennis aka Kokorikuntu aka Kurutu, and na tuko na nani huyu Miss Anu. Sasa kama wasi pontao uwezi kwa hiyo jina ni ngumu by the way. Ni rahisi sana. Wale watu wa ushago tafadhali tukule meno na tunyamanze. Haya. Nyamaza. Anyway, so karibu sana kwenye show siku hii ya leo. Najua kwamba itakuwa mnoma tena zaidi au sio? A perfect one. Kwa sababu mimi nishawaambia leo unajua tunamwaga unga. Hakuna kitu tunaweka. Hatuweki mtu leo. Watu watalala njaa. Yeah. Leo lazima tutoboe. Na lazima roho zifunguke. Wewe mfungue roho zenu. Wakufungue roho kuambia kama uko single? Sasa single imetokea wapi? Sitaki kuambia kitu. Single imetokea wapi? Nataka kuambia kitu wale watazamaji. Uko single? Uko persons? Uko people? So nataka tu kupeana mimi vile najua tulikosana this Valentine, sitaki kuona sura kama hii. So I want to give it for free. Ukikrashia wewe jua tu tembea kwangu, nimeambia nikusalimie. Si nimpe hug ama nimsalimie na nini? Nikusalimie na nini? Nimsalimie na nini? Okay, karibu sasa kwenye show ya siku hii ya leo. Tuko papa hapa pamba tu pamba. Kama kawaida kama kawa mtu wangu nakwambia kwamba tunazidi tukuzidi na kukaa ndani ya Kisi Hot TV. If it is the first time umeingia ndani ya show, tafadhali just consider to subscribe and share with friends and invite more friends waambie kuja kwenye show. Leo lazima tuongee, watuambie. Mimi lazima utuambie. Mimi najua napenda mapenzi online. Hakuna kitu kitamu kama mapenzi online my friend. Hakuna kitu kitamu kama mapenzi online unapata picha. Hakuna kitu kitamu kama mapenzi online unatumiwa picha mtu ako uji. Hakuna kitu kitamu kama mapenzi online unatumia video na mtu ako uji tu na dance. Yeah? Hey. Ni mapenzi ni hatari. Ni tamu? Ni tamu. So let me just welcome to the show. Tuombe kwanza. Tusome comment mbio. Comments zimekuja hapa mingi. Tukimia na comment mbio tuweke link tuanze show. Leo tukai hapa sana. Mimi najua leo naenda kunini. Weekend imeanza, so lazima ndio. Uongo. I told you kuna kama mtu hapo kana mngoja. Sasa ukianza kusema na wewe uko hapa, si watu watanini? Hapana. Ulikuwa wapi? Si ulikuwa unamshughulikia? No, nilikuwa naosha sufuria. Tuombe. So let me just pray for you guys. Ndio tuanze show. We thank you, God. We thank you and we praise your name at this moment. You are mighty and great. As we have started our program, be with us today. Receive your glory and honor and forgive our sins. Start with us and bless every person and every viewer of Kisi Hot TV. In Jesus' name we pray and believe. Amen. Amen. Thank you. Oh, no? Anyway, tuanzie comment au tuanzie wapi? I don't know. Where are you comfortable? Uko comfortable ukianzia wapi? Mapenzi online ni tamu sana. Mapenzi tight. At the end of the day ni mapenzi. Lakini si unakuwa unazidi unanyonga sana. Nanyonga nini? Wao najua sijui kunyonga ni nini. Nimesema unamwaga unga. Hakuna kitu unasema kitu moja unanyamazia. Tupitie comment 10 nikupatie 10 tukienda mbio husband kaona sasa kwamba uko chini. Uko people. Ulikuwa umesoma huyu? Uko chini. Uko chini. Tuanze na chini. Niambiwa tuanze na chini. Hapa. Open Nyanga watching you live from you guys from Rungata Rongai. Tuko pamoja hadi mwisho. Love you mwa. Hiyo kisisi yangu. Hiyo ni yako. Sasa mimi nilikuwa nasoma. Love you too. Unajua Rungata Rongai? Ni wapi? Si ni Nairobi. Sasa mkisema hapo Nairobi mnanikosea. Si Rongata ni Ongata. Ama amesema nini? Sasa amesema Rungata Rongai. Ongata Rongai. Angalia hapo. Si mimi ni Mkisi.
Lakini soma vizuri. Mimi ni Mkisi, ni rongata rongai. Tumia macho yako vizuri. Wa. Irene anasema kwamba amen. Amen. Pig amen. Amen. Amen and Amen. Okay. Oh yes, karibu sana. Anaitwa Hesbon Kaunda. Nishauliza hiyo dem. Nishauliza hiyo, not huyo. Hiyo dem. Ni kweli ako single juu amesema yeye ni Miss Anuhu. Wewe hiyo dem. Wewe uko single juu wewe ni Miss Anuhu. Si ashajijibu hata. Kwa sababu kama niko na mtu ningetumia Mrs. Si ndio? Ningekuwa natumia Mrs. Lakini kwa sababu sasa hii najisimamia mimi personally kama msichana ni Miss. Sasa mimi nataka nikuambie hapa Samuel Nyakwaya anaungua moyo. Atarigisa moyo, I tell you. Kwa nini? Ile mapenzi namleta ambio. Anasema shida mimi niko kama kawa. Fine sio shida. Sio issue. Hata uniambie milioni. Si issue, si shida. Shida ni madam, tafadhali. Anachoma moyo wangu, utarigisa. Usichomeke bana, ukichomeka utanipa nini? I will POG. Ati niko single. Video call. Okay. We will do that. Mimi imagine wanaume. Last time nilikuwa nikiwaleta patanisho hapa kwa simu, mnasema atio amefunga kamera, atio ongea vizuri, atio hayuko Kenya. Sasa sura mrembo, ndio huyu hapa nimewaterekera. Imagine she's here. Yani the only thing you need is kuweka mistari, phone number, you come and pick it from here. She's here. Nimekataa, si ni ukweli? I'm here. Imagine. Mistari. Nikapatia link. Tupa warusha forms. Papa Nyabeno tunti ndani kabisa. Anasema amen. Karibu sana, karibu Baba Nyabendo. Irene yako hapa. Unasema nawakilisha team Shagala. Team Hamam, team strong. Karibu sana. Atarigisa. Atarigisa moyo. Kwa akirigisa sasa atanipa nini? Leo moyo ndio nataka inipe mapenzi. Who is this calling me ka kina niko show? Eti J Kings, right? Eti Anu nataka bibi wa sita, tafadhali. Kwani venye niko hivi akinaweza kwa bibi wa sita. Akina Irene mcomment. Nafaa kwa bibi wa sita kweli? Tumesoma hiyo. J Kings, right? Anu nataka bibi wa sita. Wewe hapana. Sita. Patanisho ni lini? Mwambie patanisho ni lini? Sasa huyu ameharibu mood. Omba msamaha Jackie straight tafadhali. Sitaki atoke enda na usinde. Huyu anakuanga hivyo. Usinene. Usikasirike. Huyu Irene naka bibi wa sita. Ana mistari, hiyo ni mistari ya kurusha. So watu wazuri wanakuja. Hata na Mr. Right. Sawa. Papa Nyabeno akiwa live. Uterereko okay. Si usome hiyo nini? Kiswahili unajua mimi atuendani hivi. Kiswahili anapita hivi na mimi napita hivi. So tunaenda kupatania kumbera kwa kizungu. Sana sema ati akiwa lai kuterekera. Okay. Kuterekera ni? Sijui. Kuterekera kwa materekera. Fred Mogendi, hiyo ni mali safi. Imagine. Bibi wa sita ni matusi. Irene. I love you for that. Piga smile kidogo, upitishe hivi yani, mnapitisha hivi. Hiyo nywele tu hivi. Mnapitisha ngazi kidole kamoja tu hivi, pitisha tuone. For example, amesema ni matusi. Sasa tunafanya practical. For example, hakuna haya, itakuja tu yenyewe. Hata jipringo. Mr. Raid anasema kwamba Anuhu naweza kukununua ama kama uko na pesa zenye zinaweza tosha kuninunua, haina shida. Na mimi ni mzigo. Philip anasema bad guy. Niko area. Bad girl pia kwa hapa. Okay, very possible niko bad. Irene anasema kwamba pipi wa sita ni matusi. Kirikiri anasema kwamba Samuel Nyakwe niko stage. Samuel Nyakwe please usiende. Samuel Nyakwe unajua mimi ni rosafi tu hivi. Juu mimi sijui kupenda, sasa mimi ni rosafi, I will give you for free.
But ukiona kuje nyuma ya tent kule uongee na mimi nyuma ya tent, mimi na haki nitakuletea mpaka kwako tu hivi. Wewe wapo na kuusa. Kila sema kwamba pora pewe jina ala. Ati nini? Sasa Irene huyu amekuchoose. Mkweli. Papa Nyembe sema kwamba wewe ndio ulifunga hiyo, ulifunza hiyo kitu. Kufunza kitu gani? Sijui. Tafadhali tufafanulie. Nyabendo, kufunza kitu gani? Mimi uyo ngongora ale bono umete. Yana takire korota. Okay. Kufunza nini my friend? Irene karibu, I love you. Thank you very much. Philip asema kama matusi kwa mali safi. Yaani mnatusi udema, yaani nyamjui. Ndawaletea sura personal. Ndio nao mtaanza kuna. Hii sura si sura personal. Nikwambia hata usimame kidogo TV one, yani vile she's well made. She was made in China. Stop it. Pole. Pole, si mimi sikuwa nasema wewe. Stop it. Huyu no. Irene sema kama Philip tuned through, karibu sana. Zaki straight ni kununua, not nunua. Kuanua kununa ama ni nini? Zaki straight anasema Kisungu, unajua mimi Kiswahili kwamba tupatani. Kuanua, not nunua. Tunapita hivi. Anasema ni kuanua. Ni ile nilimuuliza kwamba anataka kununua kwani mimi ni mzigo. So amesema ni kuanua. Like kwa sababu anatumia jinangu hapo. Epuleta mwanaume hapo nijishindie na kuleta na wakishinda kukuongeresha. Okay. Nataka kusikia mistari wanaume vile wanaweka mistari yao. Okay. Uko ready? Okay. Irene unanichomea, is okay. Aya ni Mr. Right. Sija kuchomea Irene. Asante sana. So, karibu sana kwenye show yetu siku hii ya leo. And today tuko na topic ambayo tunazungumzia kuhusu mpenzi ya kimtandao, kuwa uji, kutumia mtu picha zenye kwa uji. For example, wewe mali safi hivi. Umesimama mbele ya kamera tu hivi. Unanitumia picha. Imagine yani hiyo siku sitalala. Kitana nitageuka tu hivi naangalia juu na simu hivi. Na zoom in, na zoom out. Naangalia. You see? So, leo tunazungumzia kuhusu kupata mpenzi wa online, kumtumia picha za kimtandao. Ama wewe mwenyewe kuweka picha zako ukiwa uji. Je, ni kitu muhimu kwako? Wewe kwako ni sawa ama si sawa? To some extent ni sawa, to some extent si sawa. So, I mean for mapenzi online ni sawa. Haya, kutuma picha za uchi. Zipate unatumia mpenzi wako, wangu. Wewe mwenye mpata online. Unamtumia picha zenye kwa uji, unamtumia picha pale na hamtambui, hamjui, mje meet. How is it? Yani yeah. Oh my God. Sasa unajua inafuata. Kuna ule mtu atakuwa comfortable akifanya hivyo. Na kuna mwingine haizi kuwa comfortable akifanya hivyo. So kitu ina determine ni wewe mwenyewe umekubaliana na nafsi yako kwamba nataka kufanya hii kitu. Unaona? But according to you, yani kwako wewe mtoto mrembo iko 50-50. Yani no, pick one and go with it. Yes, mimi niko 50-50. No, pick one. Uko sawa na mapenzi ya kimtandao? Unajua kila mtu kuna mapenzi ya kimtandao, yes. Picha kutuma ukiwa uji vile uko mrembo tu hivi. Kumtumia mpenzi wangu sawa. Lakini kwa public, for example TikTok, Facebook, nikijianika vibaya sana. Sasa uko sawa. Yani kitu mpenzi online na video call uko uji anakuambia turn around. Na turn around. Simama hapo ana zoom. So si pia anafaa fanya hivyo. Miss D, very. So unakataa? Mimi mapenzi online mimi sitaki. Okay, I mean for that. Hadi unatuma picha aje sasa? Picha. If mtu anataka kukuona na kwa USA, panda ndege, panda meli, panda gari,
moja kwa moja gari ya moshi kama iko nitoka US kuja Kisii, Shizia, Mita umedate mtu wa kimtandao alafu mmiti TV ndio ushtuke. Chini date mtu uko online alafu no. Meet alafu ushtuke. Sijai wa meet. Hivyo una dating? Una dating ya watu? No, unajua social media is social media. Watu watakutongoza, people will flirt with you hapo hivyo inbox. Mbona mimi wanitongozangi? Joe si mali safi. Ndio maana iko na rangi ya Afrika. Joe ni Mwafrika typical. Lakini kuna wale wanatongoza pia wanaume, kuna wale wanatongoza wasichana. So it is a 50-50 thing. Lakini mostly kwa wale wenye wanatongoza wanaume unapata maybe they are age kubwa. Wanakuaga age kubwa ama ni gay. Lakini kwa wanawake unajua maybe pia ni lesbians ama ni wanaume tu. Wanaume wanapata wana flood kwa DMs za wanawake. Lakini mostly kwa sababu usiunaelewa sasa the society ina believe kwamba mwanamke haizi katia mwanaume. Ni wanawake wachache sana ambao unapata wako na hiyo courage ya kutongoza mwanaume. So wewe uje crashia mtu hivi useme hey, you kidding me? Crashing on someone is normal. Hadi nyinyi wasichana? Yes, kukrashia mtu ni normal. Irene, unaweza kuambia kukrashia mtu ni normal. It is everywhere. Mwanaume anaweza crashia mwanamke. Mimi mshani crashia, for example. Now, hapana. Kukrashia ni normal, lakini sasa so hawa ni mnakrashia wanakuanga aje? Mbona si mimi? No, beauty lies on the eyes of the beholder. Sasa mimi So mimi, for example, mimi ukinifurahisha, a person B akikuja hautamfurahisha. So mwenye utakuwa mzuri kwa macho yake, utakuwa mbaya kwa macho mwingine. Ndio maana wanasema beauty lies on the eyes of the beholder. So inamaanisha as I was saying, kulike mtu is normal. It is a normal thing. Ukitoka hapo nje unaweza hata ni mama mzee, lakini unasema this woman looks nice. Hiyo wakati umeona mtu look smart, hiyo ni kukrashia mtu. Maybe umemkrashia kwa sababu ya personality yake, venye amejibeba, character, venye amedress. Hiyo ni kukrashia mtu. Mimi na krashia mtu akona pesa. Ni sawa? Ni sawa. Akona pesa. Pesa muhimu bana. Pesa muhimu. Yaani my friend, nyinyi mnikrashangi bana, sinasikia mnakrashia kwani au sidi bana. Nipea siri. Nianze kufanya nini ndio wanikrashia hivi? Hakuna kitu unafaa kufanya. Nianze kusmile? No. See, you just be you. Be me. Yes, juu mtu ni vizuri mtu akulike for who you are kuliko upretend. For example, naweza kuambia maybe that is an example. Yeah. My type of a guy ni mtu brownie, anapiga swag, vitu kama hizo. Usielewa this generation. No, ungesema I love you, niambie for example I love you ndio unifita to what for the first time. Wewe tulia. So kwa sababu nimekuambia hivyo, uamke ende utafute Mediven. Mediven wanawake wanajua ni mafuta ya kujibleach. Wende ujibleach, sijui nini. Then after some time, sasa unaona wewe umejimodify ndio mimi ni kulike. But that is not something yenye itakuwa uko forever. Itafika a certain point utasema mimi nimechoka kujimodify. Unataka ukue the real you. You will get tired kufake your life na useme acha niende back to my real life. Na wakati tutende huko, huyu mwingine sasa atakuwa lose interest na wewe kwa sababu ulikuwa umefake all that time na the relationship itakuwa real. That's why unafaa ukue tu hivyo. Kama hakuna mtu anakukrashia, shukuru Mungu. Utapata wako. Nimesikia siri. Unakrashianga watu mpraoni. Na mimi nimepepa rangi ya Afrika. So I'll go and look for, nimesikia made. Mimi mafuta niitwa aje? Simuniambie, nitajipanguza hiyo na mafuta nijipanguze. Kesho hivi mwanzo nianza kwa brownie, mwanzo kunikrashia,
na mimi nianze kufiri kutembelea hapa juu hivi haile bana. Unaniita naninga tu kidogo kwa maana ninakaa kaprauni. Anyway, naona watu washafika hapa. Anza kukaribisha hawa. Karibu sana Miss D. Mapenzi ya online ni scam. Okay. Tuko na hawa. Okay. So tunaongea na Halima. Tuko na Halima, Hamida. Ulete wa kwanza hapa ni huyu. Halima mama. Ama Halima ni yule alisema hataki kuitwa mama. Si yeye. Halima. Huyo alikataa, nitakwambia ni nani. Halima. Hamida. Haya. Habari. Kwema, umeshindaje? Salama sana, shukuru. Kwaje? Nikrashie kwanza niongee na huyu. Ona umeongea hadi Fred ameshtuka. Ngoja kwanza Blessed Mom waongee. Nitaongea baadaye. Aya, Blessed Mom, mambo? Ona umeongea hadi Fred. Nashukuru Mola. Kwaje? Niko poa, nashukuru Mola. Sijui kama mnanipata. Tunakupata. Karibu sana kwenye show. Sasa hata nimechanganyikiwa. Sisi ndio tunafaa tukukaribisha, tena unatukaribisha. Lakini kwa sababu mimi ndio niko hapa Deno, mbona unatutupa kwa moto? Unafaa kuambia mgeni tumkaribishe. Unikrashie kwanza alafu uko na pesa? Uko na pesa? Jibu mbio, jibu haraka. Niko na pesa M-Pesa. Ngapi? Kuna ngapi? Ngapi? Ilipaki 50. 50. 50k. 50 shillings sio? Hiyo aenda Camel Park Mande ukatumia huko. So 50 shillings. Hata fare ya kufika Camel Park haijatosha. Sio ni pesa. Mimi nimesikia amesema 50k. 50 shillings. Wow. Huyo hatuwezi ongea naye. So mi kitu ya kwanza nawashukuru. Tena nawashukuru sana kwa kuleta hii mjadala. Hii ni mjadala mzuri ambayo iko na maelimisho. So Deno, wewe tumekuzoea, wacha tukaribishe huyo mrembo, na huyo mrembo mwambie ako poa sana, tumempenda, na mi nimeona vile ana drive hiyo gari iko sawa kabisa. Asante sana, nashukuru mama. I love you back. Shikilia hapo, tunakuja kwako. Yaani crush wangu amekuja. Yeye ataniambia I love you. Next on stage ni Freddy. Freddy. Bana. Freddy kuja kwa nini? Freddy. Yuko karibu. Sasa nilete Sairo. Saira. Saira so. Hivyo ndo anajiita. Nilete basi muite jua na unaona wazana na jina yake. Sairas. Anauliza nini kwanza? Anajua sielewi. Anauliza nini? Naongea bwana. Sairas. Kwa msana anaongea hapo ndo nasikia anataka kuongea. Freddy. Freddy anaongea. Ameenda network ishamtoa nje. Mimi nangoja kwanza mjadala ishike ndio nianze kuongea. Sisi ongeza hizi mapema. Tusalimie kwanza. Tusalimie. Amesema utusalimie. Habari zenu? Nzuri. Poa sana. Ukoaje? Siku imekuaje? Siku imekuwa fluent vizuri. Nimeshapoa. Sasa tumerudi kwa nyumba kupumzika tu, kurelax, tuenjoy hapa kidogo, alafu watu waende zao. Karibu sana. Tunashukuru kwa kutune in. Karibu sana. Anauliza Sairo. Anauliza
Umemcrashia? Nimeni. Si ndivyo ulikuwa unaniambia niulize? Sairo, umemcrashia, ameniambia nikuulize. Teno, acha kuwekea mgeni maneno kwa mdomo. Unajua si tunakutazama kabisa. Kumbe umeona? Kwani mgeni ana mdomo yake? Kama wewe umekosa mtu, usiutulie, labda imenyapsa atakuhurumia. Make space in what without any further ado, without anybody do. Let me just take this opportunity and give me space as I welcome my fiancé, my original Kara, my paka yenye watoto wangu rangi, my painter to my children, my everything, my cooker, my the one and only Eminya. Huwa si jana ulinikataa. Jana sikuwa mimi. Jana ilikuwa mimi. Huyo hakuwa mimi. Mimi ndio nimekuja leo. Si nimekuja leo. Sasa leo umekataliwa. Leo ulinikataa live. Mimi nikasema sikuachi. Mimi ilikuwa jana. Maybe shetani alinigusa jana. Shetani aliingia ndani yangu jana, sasa ndio maana. But mimi niko hapa. Mimi niko poa. Nilikuwa napita nikasema wacha nisalimie Blessed Mom. Nisalimie Halima. Ni welcome na mgeni wetu. Welcome our sister to Kisi Hot TV. Tumekukaribisha. Nimekukaribisha, yani si eti tumbe. Mimi kibinafsi nimekukaribisha. Na huyu anafanya. Hani amunioni? Hata sijui nikuita aje but hi. Hi, my. Leo ni patanishwe. Patanisho iko siku gani? Hata mjumba. Mwambie iko. Atakuamka. Tena. Huyu Eminyap ni kama akona kasoro. Tangu 2020 mpaka leo hajaipata mtu. Si niko. Wewe watu kuchoma. Simwambie niko. Ni kama kuna watu wengi. Mimi hata sasa nimeacha kumwamini. Anyway, karibu sana. Unasikia kana some echo, ndio? Seras, rudisha kwa simu yako tafadhali. Yes. Now, tunataka kuanza mjadala. Naona sasa umeshafika. Tumesalimiana, tumecheka kidogo. Mwanapakia watoto wangu rangi, ako hapa ameongea kidogo. Pop Media anasema kwamba nakuwa pale. Hello Kuntu, karibu sana Pop Media, I see you. Gradis Gesare show iko late ndani kama kawa, karibu sana. PJ Media 254 ndio anawafuatilia kwa mpigo, karibu sana. Kerry Ray etigari Yesu as is hard. Asante sana. But today we have a very amazing topic. I want to share it here without fear. Usiogope mtu yeyote. Mimi ninasema mapenzi wa online ni scam kabisa. Don't attempt. Hii mambo na kutuma picha, turn around. Yaani mtu ana dance kwa picha, Imagine post kama hii yako tu hivi. So sema kwa mfano mimi ni wako. Hebu simama sasa, uko na nguo, hujatoa nguo. Simama tu, turn around. Tuone pia box. Alafu sasa si ndio wanaanza kunyonga, si mimi. Tuendelee. So, I want to start the show with the number one. The first person hapa naona hapa ni Hamida, Blessed Mom, Mnyaps, Sairo. I see hapa Mark PK. Obe. Why? Ikiwa hapo usinimalize mimi niko. Mimi ni wangu mimi peke yangu. Anyway. So, tukaribishe tuanze show. Nashukuru sana. Thank you for joining. We appreciate. Na venye tumesema, naomba tu tukue open.
usifiche anything. Na unajua hapa ni watu wakubwa, na naomba at least from here tuelimishane, na kama kuna wenye watakuja kuwatch baadaye, at least wapate something yenye watajifunza nayo. So kama the mirror, kama Blessed Mom, unajua ni mtu hata ukiangalia hivi unasema huyu ni kioo cha jamii. Sasa from here we hope that kuna wale wenye watalan. Personally pia mimi nataka kulearn, na naomba tufunguke, tusiogope, we discuss. Unajua sasa sahii online imechukua the world. Najua kitambo hatukuwa tunajua mambo na online, lakini sasa imehappen that imefikia hadi vijijini. So a lot of people, watu wengi sana wanaimisuse, wanaitumia vibaya venye haifai. So ndio tunataka kujua inafaa itumiwe aje, ndio at least hawa watoto wanatoka huko nyuma wasikue na motive mbaya venye unafaa kutumia social media. At least waitumie in a positive way, wajibenefit, kuliko kuitumia kujiharibia their morals. Unaona, ndio at least to create a better society for tomorrow. But sasa si unajua nyinyi wanawake ndio mnachochoka, mnachochokosanga. Unapata mtoto wewe mrembo tu hivi, umepiga picha nzuri, uko afu naked, mnatuwekea pale. Macho yangu ndio imeanza kuanguka sasa, unaanza kunyonga. Si ni kunini? Hiyo kitu ni ngumu. Kiswahili nishinda. Ongea unaelewa. Yenye unaweza ongea nisikie. Is you just bringing intention kumukatira, and you start, yeah. When you see somebody asema bomba very well like this one, and she's on the ameweka picha nzuri, but you ladies, if you decide kuweka picha mbaya pale Tena usaidia watu wenye wako na shida kama Fred, kama huyo Mark, usaidia wale wako na shida kwanza. Alafu kuna huyu mgeni ako hapa chini ya Minyaps, pia hujamwambia tusalimie, labda ni mfano tu. wewe unachoma. Nakuja kuwakaribisha, but today nataka kuzungumza mjadala. Tutapokwenda kuanza, wakitusalimia tunaanza mjadala live and direct. Kila mtu dakika ngapi anapewa? Achiel ni moja. Achiel ni moja. 500. Kila mtu dakika 500. So you give your opinion. But kama wasichana wanafanya, wanaume tunaanza kukrashia mapenzi ya online. Imagine, tunaanza kukesha. Ndio mapapa wakatali, ulisikia tata hii mapapa wakatali wakasema ikaisha. Tukasikia sijui Sam kuna mapapa sijui wa kutoka wapi sahi au wazungu TV, akiona sura nzuri TV anaanza video call, anaanza kukuonyesha vitu zenye hazipo. Unaanza kufall in love, you make love and you make it or whatever. So kama si wanawake nyinyi ufanye shaka na paka, my friend, hata sikuwa natamani kuona picha yako, utakuwa napita tu. So fanya hivyo, story inaisha. Yeah, tunazuia kidogo mapenzi online. But let me just welcome mmoja hujafanya ni ajaongea. Mark PK, unanipata? Mark PK, mambo? Mark PK. Mark PK hayuko. Mnyaps alikuwa amenena. Okay, sawa. Pole, mitambo yangu mmenipotezea kidogo. Mwenye KV next on stage. Mwenye KV. Yes. Mambo vipi? Hapa salama bwana. Niko vipi? Haiko salama. Hapa nimeshinda smart, naona mko sambamba. Arima, President Mom, na van Evans P. Salimia mgeni mwenye ako studio. Amsalimia. Salimia yeye direct hivi. Wao ndio pitia mimi ndio nifike kwake. Come direct. Mambo vipi mlembo? Kwa sana. Ajua Buda. Macho ndio inaona. Sikuwa nimekuona kaka, lakini pole. Mambo vipi kaka? Hii ni Kenya. Kenya ni yetu na hatutaama, tuko pale pale tu kaka hapo hapo.
Sawa. Kwa mjadala direct ama ni salamu tu kwanza? Salamu tu kwanza mtu wangu. Haya, thanks man. Alright, asante sana. Next ni Freddy. Niambie. Mambo vipi? Hali vipi? Wewe network yako iko na njaa? Freddy? Call me direct. Yangu inanisumbua. Call me direct. Nakupata, but call me direct. Ebu, ongea. Freddy? Okay. Hayuko? Next on stage. Freddy, call me direct, please, because of network. Somewhere, unanipata Freddy? Kwani haunipati bwana? Nakupata sasa. Mambo sawa sasa. Nakupata ndio. Mambo vipi? Niko poa, karibu sana, salimia watu na karibu sana. Network yako? Wacha nianze Rima. Na umre wako video na mama president. Wengine mjambo bwana. Freddy. Okay, Freddy, fanya hivi, just call me direct. Akona echo. Baba yao. Bwana Samuel, bwana the comedian, you have lost bwana. Fungua kamera. Nataka kukaribisha Samuel nyakwe. Afungue kamera na umwambie happy new year ya 2022. Hatujai muona mwaka mzima. Imagine. Asante sana blessed mamu, mambo vipi? Habari ya watazamaji wote wako hapa, wakurugenzi. Hey. Niende direct kwa mrembo anaitwa Missy. Anuhu. Niko salama sana, nashukuru. Kwaje? Mambo habari ya wewe lakini mrembo? Naona hapo umerembeka vibaya sana, eh? Vibaya ama vizuri? Amerembeka vibaya Samuel. Samuel withdraw hiyo. Toa hiyo bwana. Amerembeka vibaya yake. Usalimie mrembo ukashindwa. Stop. Wacha niongee. Mambo mrembo. Wewe. Hii ni tunaelekea Valentine Day, so lazima tuprepare mapema. Habari sasa lakini. Poa sana. Sasa nataka kwa wanaume wote wameongea kama wawili watatu wanaendelea kunipinga, tuonyesha kwamba mimi na wewe tuko stage. Ni wewe kusema sana. Kwa yote nimepita mtihani, Mungu apewe sifa. Mimi ni salamu. Sasa ongea baadaye, tuko stage bado, wacha tumesalimiana. Alright, asante sana. Deno. Weka masharti wafungue kamera wakitusalimia ndio tuone kama ni wao. Unajua Samuel ni vile nasikia sauti ni yeye lakini sura inaweza kuwa ya mtu mwingine. Hapana, ni mimi. Samuel. Yes, mrembo. Na venye umeongea vizuri, ungetaka nikuone? Mama usijali, niko. Wewe usijali. Utaniona kwanza huyu ukiona sura ni mbaya lakini mapenzi iko kwa roho. Hiyo sura ndio nataka kuona. Sawa, wewe tuendelee mjadala, utafika mahali utaniona hata wengine watashangaa na shetani atachip.
Yes. Hata mimi nimepewa kiss. Deno, Yes. kwa ile kitabu yetu, tafadhali andika Samuel na huyo mrembo, harusi tunayo. Kwisha. Sasa Blessed Mama, sasa unajua ndakufukuza. Blessed Mama ameanza kukupeana na sitapewa chai. Hata si yeye amepeana. Deno. Hapo napongeza, hata mimi napongeza. Hata mimi nimepongeza bwana. Hii imeandikwa wakati kisi iliingia, hiyo mambo iliandikwa kitambo. Sasa mnaendelea kurepeat kwa nini bwana? Nimepewa kiss. Samuel, tumekuwa witness. Asante sana. Yani hapo tunakupongeza bro bwana. You decided to kill me live. Kwani ni yako tena na iko kwa market. Unajua kungurukutu saa hii kuumia anashindwa anatupa ngeli kando kando. Wewe kungurukutu. Hata point hiyo mali si yako bwana, hiyo already usanyang'anywa. Kwanza wewe ndio unafaa kuweka pete, unatuwekea pete tena unaendelea kujiwekea pete. Hiyo si yako bwana. Mimi ndio nafaa kuwekea pete bwana, sio kurukutu bwana. Mimi the best friend of mine. The really best friend of mine. You know the power we have come with you my friend. Deno. Kwani hiyo network ya Freddy ikisikia harusi ndio inakubali? Ndio nataka kunitomea. Nilikuwa naomba network imekubali. Wow. It's okay now, guys. Unajua sasa Samuel Nyakwe karibu sana. Mask Kiptu anasema kwamba show iko poa, karibu sana. Rogers Kakasungura watching you guys, kazi nzuri, karibu sana. Esther Nyanduko, today show iko moto na nimepewa kisi na Esther Nyanduko. Si unipewe kisi badala yake chukua kaa nayo sasa nipe. Tuko na wewe juu yako mbali. Guy. Wacha kurukuntu. Wacha tuambie yeye mwenyewe sasa ndio tusikupinge. Wacha tuambie yeye mwenyewe sasa. Is that time? Ongea sasa. Na tuko wengi hapa. Ni wangu. Mwana wa Samuel Nyakwe. Samuel ameongea vizuri, ni kama naweza hata mimi nikiongea vizuri hivyo utachange. Wewe ongea straight. Waambie. Unajua mimi they keep watching you as my property. Amesema niwaambie mimi ni property yake, muendelee kuniwatch kama property yake. Hapo tutakurespect. Kuna peta hapo kweli? Nini inaonyesha? Kitu inaonyesha? Simu. Sawa. Valentine wapi sasa? Valentine umepanga aje? Hiyo ni yetu na yake. Sasa hiyo mambo mengine ya Valentine kuajia. Anyway, aje tuanze show now guys. Bwana leo simu imenifurahisha. Hadi Hamida hapa. Hamida siniache. Thomas Bogonko in. Karibu sana. So today we want to talk mapenzi ya online. Kama mimi I hate mapenzi ya online. I don't want to see. Ndio maana sitaki watu wa kufanya nini kwa kukusikia. So mimi tukumii na wewe hapo mapenzi ni it's working real. Nikiamua you see me. Sasa Samuel Nyakwe uone. Blessed Mama anapea nani hiyo flowers? Anapea nani sasa? Anapea Freddy. Tutampatia nafasi. Unapatia nani? Freddy. Unasema unapatia nani? Unapatia nani hiyo flower? Sema. Blessed Mom, fungua mic sema unapatia nani? Wacha aseme. Hapa ni Samuel. Ni huyo mrembo na Samuel. Wewe. Hebu tuione. Amechoma hata imekaa imechoka. Hii si flower. Hii ni ile nini ya nguo. So msikubali. Hiyo ni plastic. Kurugundu. Mimi nitawacha muendelee na show bwana. Wacha tuanze show now. Endelea na show. Labda kesho sasa. Usiende.
Ukienda utanyang'anywa. Nimeenda tu hivyo sasa, nimekuwa kuna mtu amemuita. Unajua mwanaume akisema hivyo na hii matanjo hii anaelekea pale bana. Anaelekea pale Freddy. Enda ushughulike bwana. Enda kuna call nataka kuongea nayo. Wacha nishughulike bwana. Huduma ni ya muhimu. Huduma ni ya muhimu. Enda mhudumie. Haya, sawa. Thanks mazee. Tuanze show now. We talk about mapenzi ya online, kudate online, kutuma picha za mpenzi wa online, ukiwa uji, ukiwa wanakuvideo call, unamuonyesha mavitu TV, mapoido, mautamu. So guys, do you support that one? She supports that one. Yari sema ana support ni kitu nzuri. Hata ukitaka sasa Samuel Nyakwae uonyeshe mali ya umma, sijui mali ya serikali, mali ya mbinguni, she can do it, si ndio? Yes, you hear that? No. Let me start with Hamida. Tusikie mwana Hamida, tukuje hivi Amy, tukuje Blessed, hivyo wote kila mmoja. Na team comment karibu sana vile at home. Hamida. Naam. Mpenzi wangu Hamida. Mimi si mpenzi wako. Tafadhali. Nikataa, si nilikuwa tumeongea leo ukakubali. Hapana, wewe pambana na kina Amy na wengineo. Karibu basi nafasi mimi nishakupea, nimeachwa leo. Nashukuru sana. Mimi ingekuwa mada. Mapenzi ya online si mbaya. Inategemea vile mko machua. Kuna eko tafadhali. Wacha niwasaidie kidogo. Hapa watu wamemute sauti zao. Labda wewe uredisha yako chini kidogo tu. Saizi iko sawa, nasikia. Nachosema ni kwamba mapenzi ya online si mbaya. It depends kama nyi wote mko machua. Na kutumia mtu picha za uchi inakuwa kwenye mmeaminiana. But kwangu mimi kutumia mtu picha online na mjuani na hujajua kama ni mtu machua ama nini. Mimi ninachokuomba usifanye vile, lakini kama wewe wapenda na huyo mpenzi wako ni mature enough, you can. Unaona? Si kila mtu utakuwa unatumia picha zako. Hao ndio wengine wenye hawako mature. Wataenda wakufanya utrend kwenye hata huku umefikiria ulikuwa nadhani umezama, kumbe umezamaliwa. Ndio hivyo umeloa kabisa. Unaona? So siwezi sema like it's 50-50 two way through. Unaona? Alafu mambo na mitandao, mimi kama mimi mwanamke, tunaweza sema like kama uko happy chenye unafanya, wewe fanya tu. Unaona? Kama wafurahia ukicheza venye unataka, bora roho yako imeridhia ni hivyo, wewe fanya. Hii dunia kila mtu ako na mambo yake. Ukiwa na mambo yako, kama wewe roho yako iko sawa, wewe fanya vile unataka, maana hatuko recious. Hapa mnasema sijui watu wasicheze vile wakiwa uchi, bali wengine wao humu wananyonga. Hadi picha zinatembea huku. Unaona? Picha zimetembea huku nje, wengi wameonekana vile wananyonga na ni wamama wakubwa. Hasa ina maana gani ama ina nusu gani? Na yule mwenye alikuwa amejistiri yeye mwenyewe alikuwa amevaa chupi yake, amevaa nini, lakini yeye alikuwa anacheza na furahisha tu. Mama mzima na akili zake ndio huyo amepanua miguu zake, atuonyesha kutu. Atuonyesha vile uzazi ulivyo. Ona. So mimi mambo na entertainment mimi siwezi ingililia, maana mimi pia ni msanii kivyangu. Ona, siwezi ingililia. Na wewe ule mwenye unaonyesha kidole, jiulize wewe vile unaonyesha hizo kidole, wewe mwenyewe umekamilika? Maana wewe utasema yule amefanya vibaya, lakini Mungu ashuke afungue yale unafanya, utasema afadhali yule. Vile mnasema watu wamecheza vibaya ni mbaya. Mwasema in Africa wine ama in Kenya region, mmesema watu wana dance vibaya, ili hali ukiingilia kwenye hizi ma TV wapi, hizi media zinacheza hizo nyimbo zenye watu wanatoa kata bila nguo, watu wanafanya vitu zao pale, mnaangalia mnafurahia.
Leo hii mkasema mtu fulani kafanya vibaya, adhalilisha watu. Wengine wamechukua mabwana za watu wao hawa watembea nao. Mbona msiseme wao wana tabia mbaya? Wengine ndio hao wamefanya vitu zao, wengine ni wezi, wengine wamekuwa mashoga, lakini nyinyi ndio wao mwanyoosha vidole wenzio. Jiulize, we unaenyoshea vidole pale, we mwanamke mwenye unaongea mbaya juu ya mwanamke, we ni mwanaume? Mtu akifanya kosa acha kuongea, nenda pale, kama una uwezo mkosoe taratibu wewe na yeye, dunia mzima isijue. Kama unaona ni mwanamke amedhalilishwa, usikuja hapa public ukicheka asijue amefanya nini. Wewe dunia saizi ikasimama, Mungu akashuka, wewe yenye umefanya yatakuwa mazuri? Jiulize hilo. Mimi nachoomba hawa wengine, ukiona nimefanya kosa acha kwenda kuanika public, nifuate mimi uniambie pale umefanya ni makosa. Lakini mimi kivyangu, kama mimi nimefanya na naridhia, roho yangu inaridhisha, sina haja, jieke niache. Upo. Tuheshimiane. Right. Asante sana Anita Hamida. Hamida, samahani, kuna mtu anasema nataka kukuona. Wilipi Ojia sio kama nataka kumuona Halima. Mi sura yangu lazima nini uswipe ama utume kwa M-Pesa. Nikiona confirmed nitakufungulia sura, haina shida. Lazima ununue sura. Anipaidhe wewe, unajua kuna sura. Mimi sasa kuanzia leo na kuendelea, wewe ni wasamu linya kwa nini nakupeana. Sasa akifungulia sura wengine watakuwa washaona. Mimi nimekupatia kwa Samuel Nyakwe for free. Ukitaka nisipene kwa Samuel Nyakwe, my friend, cheza na M-Pesa. But sasa nisikupate tafadhali, ukikirasha huyu wani wa Samuel Nyakwe. Sawa? Yes or no? Bana, si unini umalize kitu. Umalize kitu gani? Yes or no? Sijui. Sasa ndio umeniambia ndio nimejua. Sana Samuel Nyakwe, wewe ni mtu mzuri sana. Next on stage. Asante, tunashukuru. Asante sana brother. Next on stage ni Blessed Mami. Mam Blessed, karibu sana, nafasi ni yako. Nashukuru kwa nafasi, lakini kuna huyo mtu wako chini yenu hajaongea. Nani? Katwe. Oh, tutamfikia. Katwe fungua. Yes, Katwe fungua mic. Katwe. Naam. Vipi? Jambo. Hatujambo, salamu kwaje? Niko salama, nashukuru. Karibu sana kwenye mjadala. Tunashukuru kwamba umekuwa na uwezo wa kujoin. Ya, tunakufungulia, uwanja ni wako. The last time tuliachana na Kurukuntu walikuwa naenda matanga ya Ben Momanyi. Ben Momanyi. All right. So now mtaniruhusu kwa sababu Kiswahili sio mdomo changu sana. So hata mimi basically I'm going to use the English dialect. Yes. You are in my category. You are in my categories. Si ati okay, unajua kuna venye unaweza taka kutoa point haiwezi toka kwa Kiswahili vizuri. Yeah. But sasa okay, you know, I've seen these kind of behavior all through, especially when you go to TikTok. You know, a lot of young ladies are chasing clout on the internet, and you'll find that mtu anatengeneza live, tuseme anaanza kudance akiwa uchi, alafu ndio watu wa like, watu apate followers, watu wamtumie gifts. You know the way TikTok behaves. But what young ladies don't know is that the internet never forgets, and it will never forget. What you do right now when you're 18, for example, 18 years and up to 20 to 25 to 30, it will come to haunt you at the age of maybe 45 to 50 or to 60. Your kids will come to live and they will start questioning your character as to why you are trying to correct them
and yet you used to do these things. Basically, even if you love someone so much, and this one should go to young ladies, even if you love someone so much, just don't send photos over the internet. This one I'm repeating for free. Do not send photos over the internet. Because one, if this person wants to see you, what is the big deal of him coming? Kwani mnataka kufanya even sex to be through a software? You want to bring everything to be a software or something. Something that used to be done in intimacy, now you are trying to make it to become a networking or an internet thing. It doesn't happen that way. The way it was designed to be very sacred, human beings. So basically, if someone is asking you, and this you for nudes over the internet, that is a red flag. Flee like Joshua from that man, because what that man is doing is actually he has made you to become something so small. He's trying to demean you, trying to pull you down to become like something like a full stop. So basically, do not send those photos. Na kesho mkikosana and somebody wants to revenge, huyu mtu si atatuma whatever that you're seeing all over the internet. I've seen even celebrities, big media personalities, mtu wanakosana chali yake, anaamua sasa, okay, tumekosana na utaki turudiane, let me send these photos over the internet to punish you, so that it becomes a lesson for you and the rest who want to who have behaviors like yours. So what young ladies should understand, that there is no hype in putting your nudes in over the internet. What will happen to you? Because I've seen even some celebrities right now, not even some celebrities, young ladies committing suicide because of these leakages of nudes over the internet. Unapata msichana labda ni MSDA, anaendanga church vizuri, yeye ndiye choir master huko mbele, and then kwa sababu anapenda kachali kake, wanaamua kufanya anaamua kumtumia those nudes over the internet. Then jamaa anaamua tumekosana, anatuma hizo picha na zinasambaa kwa internet. What the embarrassment that will come from this young lady, atafeel kama she has failed the community, and then ataamua that now, because I have failed the community, I am a very prominent person and a respectful person in church, let me just commit suicide. You see, you've committed suicide not knowing that you're the one who made it happen by sending those pictures. If I'm a man myself, I will want to see those pictures. And remember this, men, what we do, we only test waters. I will tell you, hey, come on. Like, I'll use Miss Anu because I'm seeing her over the studio. Come on, the way you're looking good, can I get a picture of you maybe taking a shower? If you say no for the first day, there's no day I will ever repeat asking for those pictures. But if you send probably even your thighs to me, tomorrow I will request for your butt. The next day I will request for your breasts. The next day I will request for whatever that I will request, because that is the way we are born. We test waters and we confirm the waters are real. So after some time, when we mess up each other, natuma hizo picha kwa internet, and then it goes kaboom. So do not send those photos. And for those ladies, when you're cloud chasing, you'll get the cloud right now, but tomorrow, where are you going to stand morally? For example, you decide to change. For example, you decide, it's like now, it's like having a tattoo. Even hata ukiokoka, bado hiyo tattoo inabakingi kwa mwili yako. You're living with a sin that cannot be erased. You're living under the world that you cannot be able to reform. So there are things, in as much as even the Bible says that do everything with a lot of moderation, that kama ni kuvaa nguo, do it with modesty.
If it is drinking, drink with modesty. If it is even praying, there are some people who pray as if they want to burst the ears of God. So everything should be done with modesty, and let us embrace our culture. The only problem about these ladies you're seeing today is that tulitupa culture yetu kitambo, and then we decided to embrace the Western culture. The last thing I will want to talk about, the media, Kisi, Hot TV, and the rest have failed us actually. The kind of content you guys are playing really makes us wonder if how are we going to raise our children? Because basically, umeacha TV kwa nyumba, una expect labda mtu huyu atawatch vitu zenye zinafaa, but Kisi TV for example or any other media wanacheza vitu zenye watoto wanaona, and they are not even selective. So the media also has promoted this kind of vice that is leading to our kids getting spoiled. So that is what I'm going to say for now. But also we need to pray for our young ladies wherever they are. People are going through a lot of challenges. Mtu anaambiwa atume hizo picha ndio atumiwe pesa, honestly. But if there is a man who is doing that outside here, may you be cursed and know that you're taking advantage over these young kids who do not have a way of living. I encourage them to work. Thank you. Thank you very much Katwe kwa maneno mazuri. Sijui kama kuna mtu akona swali kwake, but personally nimelearn. Thank you very much for opening up. Na najua kuna watu wengi, most of us are victims kwa sababu hatujapata the right people wenye wanatu guide. Wengine unajua they doing it because maybe they want money. Na mostly I've heard stories kwamba watu wenye wako maybe majuu ndio huwa wana request sana. No, I don't know why they usually do that. I don't know, maybe ni kuonyesha kwamba unawapenda, sijui, lakini watu wa majuu sana sana huwa ndio wanaomba those nudes. Lakini asante kwa kutuelimisha, and I hope that hakuna mtu atakuwa a victim of circumstance because of your situation, because no situation is permanent. Leo uko hivi, kesho things are going to change. So ni vizuri you hold your dignity as a girl ama as a young boy. Maybe boys are also told to send their nudes, I don't know. So let's have Blessed Mom okay, tusikie akona nini. Mimi sitamuuliza swali, lakini nampongeza mimi kwa upande yake yupo venye anaongea. Nilikuwa naomba huyu, kuna mrembo wako hapo juu anaitwa Minyams, anatumia bundles. Kama anatusikia ongea haraka haraka. Okay. Amy Nyaps. Amy unanisikia? Labda amekwama na hatujui, situpatie huyo mgeni ako chini yenu. Benson. Makori, hope leo utaongea na confidence. Ama si Makori wa jana mwenye alikuwa anaogopa kuongea? You guys mnasema naogopa kuongea ama ni sauti yangu ni mzito? Ndio, tuheshimiane. Unaona hapa tumekauka, hakuna mtu wako hata na maji ya kunywa. Sasa umeanza kutuletea nini? Hello. Yes. Deno, what's wrong with you? Deno mambo. Poa sana. Karibu sana, tunakupata Roda Ndekiria. Mnanipata vizuri, nasikia mnanyeshewa hapo kwa studio. Yeah. Naona mko na mwavuli. Yeah. Nashukuru sana. So mjadala nasikia like ni hiyo story ya like ladies are more like, is it a online relationship ama namna gani? Yeah.
For me, I'm of different opinion. Mi nasema like other than what you guys are saying, si mzuri kutuma mapicha ama kutuma mavitu gani, but online relationship pia it works, by the way, in one way or the other. Exactly. Yes. Yes. Because it cannot be like all people are in the same place at the same time. Wewe unaweza kuwa uko hapa, maybe mrembo wako ako Kisumu, you guys meet over the weekend, na maisha lazima iendelee. It's just about believing like kuna mtu mnaaminiana, mnapendana, because again I believe that love is perception. If you guys think that you love each other, then mnaenda kupendana na mnahava harusi na mnaishi vizuri na mnahava watoto. Unanipata vizuri kweli? Yes. So actually sikupata venye mlikuwa like mlikuwa mmefikia wapi, ndio nikaingia hivi, nikaingia kwa nyumba, nikaingia hivyo, nimejoin online. So I didn't know what you guys were talking about, but nilikuwa nimesikia like you guys were talking about the relationship, online relationship. Yes, you are talking about relationships za online. We are talking about kutuma picha. Yes, of course, huyu mtu mnapendana na yeye, haujai muona, hujui ni mganga, hujui ni mchawi, hujui ni pastor, hujui ni msasiroti, but anakuambia sweetheart, you know, you look beautiful, can you send me pictures? Anakutumia. So that's what you're asking. Ni je, ni vizuri wewe mtu ambao to be honest, niulizie huyo Mwanya na Fred walikuwa wapi juu wamekujania pamoja? Sisi ni watu wa siasa na tunapenda siasa, lazima tuende kwanza tupige siasa, sawa? It's okay. Then so maybe walikuwa na private chat, so it's fine, it's acceptable. Hizo ni another relationship yenye inafanyika online. Yeah. So kutuma picha, I'm not into it much, ama kutuma hizo ma photos and these other things, I'm not into it. But then if it's your woman, you know each other, I don't see any reason why you should not send it. Yeah. Right. Okay. Let me ask you a question, Benson. There is a difference between the long distance dating and online dating. I think that was the topic of today. There is a difference. Do you get the difference? Because it's supposed to be the long distance dating, and there is the online dating. Can you try and distinguish between the two? Because I feel like you're getting confused, because you said that you can have your girlfriend in Kisumu and you meet on the weekends, and then there's no problem within that. I think you're getting it confused. Can you try and elaborate if you are getting that difference between the two? Thank you. All right. I want to believe like online dating. So many people have tried online dating. To some people it have been successful. To some people it end up in tears. But then what I want to say, it doesn't work. It works. We cannot say it doesn't work completely. It has worked with some people, and maybe some people it has not worked. But ile kitu najaribu kusema ni at some point yes inaweza work, but then ikifika mahali pa relationship lazima mwanze kutumania na hizo mapicha like naked photos and these other things. I believe that is not the right way to go. Unanipata vizuri? Ya tunakupata, nadhani Katwe amekujibu. Wacha ni clarify here. The online dating is basically, for example, let me use a very nice example. Nani mrembo hapa? Si ati nani mrembo. Wacha ni wote ni warembo. Wacha nitumie double kara.
For example, I've loved Dabukara, not I've liked Dabukara, and then now we start chatting and for example, tunaongea over WhatsApp for so many times, and then we've never met actually, but we purpose to be in love. Unajua online dating, kuna watu wamedate online wakapendana na wakaachana na wakatukiana. You get it? They've never met. That is what we call online dating. You're dating someone that you've never seen. You talk more frequently, but haujawahi meet huyu mtu. But now the long distance relationship is like, for example, I used to work in Nigeria, and then for example, the person that I'm dating, that I've seen, that I've met, is probably in Kisi. So that is the long distance dating. So the difference is now it comes to the third thing where I want to be satisfied emotionally or sexually. Ninaamua nimwambie tafadhali nitumie picha zako nionange. You know where the stroke breaks the camel is that huyu mtu unaweza muaccess. You can travel from wherever you are to come and see this person. I don't see any reason as to why unamwambia akutumie picha and you've seen this person, mnaonananga like maybe once a week, or kuna wengine hata wanaonana asubuhi na anamwambia saa 7 nitumie picha. Honestly, it is so hiyo ndio nilikuwa nataka ku clarify between the two, not that kuna tofauti kubwa sana between online dating and long distance dating. But I just want to believe, like, on my opinion, love is not about sending pictures nice, or even if it's online dating, you're not like you're not. It's not acceptable to send the pictures and these other things unless the person has different intentions, which might not be good. I want to say, like, I've seen some people who have met online. They've personally invited me for their wedding, which was successful, and they're staying happy marriage. So I don't want to say it's not a good thing, but then when it gets to sending photos and these other things, then that is where it's not good at all. But online dating, I believe, is a good thing. Okay. Yeah, Sijui that's kama my opinion. mmeelewana. It's okay. Kuna kitu bado sijaelewa from Danson. What are the risks of online dating? Because haven't you heard that there are so many ladies, especially those living in the Gulf, that have fallen victim of conmanship through the online dating, and yet we are here supporting online dating without putting measures on how to go about. Okay, I'm not saying that they don't work. Personally, I've dated online, but it didn't work. Basically, it didn't work. It worked to some extent, but it didn't work. But what are some of the measures that you're supposed to put in place not to fall into this? Let me tell you one thing, my brother Katwe. Let me tell you one thing. Meeting somebody online and meeting a boyfriend on the way on the first day is the same thing, because this person you met and the person you met online, it's the same thing. Not the same thing. Why? Okay. Wacha nikuulize, umenipata leo kwa barabara. Deno, supatie Freddy neti na msumbua, just aongee kidogo na wengine tutapata nafasi kidogo bado. Okay, Freddy, go ahead. It's okay. Sasa mimi nasema online dating iko riski sana, iko riski, sio eti nini, iko riski. Huwezi sema eti umemeet na mtu the first day na uresemble the same thing na mtu umemeet online ama FB nini. Online huyu hujui picha anakutumia. Sasa pata anakutumia picha ya mtoto wake. Yeye ni mama. Na huyu umemeet physically, umemuona venye yako. Sasa online I don't think ni kitu iko ni risk, but tunasema 90% ni scam. Hata 95%. Kwa zenye zinaenda true ni ule mzee unapata alikuwa amehang.
Sema alikuwa anatafuta serious marriage ama serious relationship. Amepata na somebody in online. Na yeye anataka serious relationship. Na more cases ya online napata ni wale maisha of course I'm sorry for saying that, ni wale maybe wamejaribu maisha ya relationship imekaa ngumu, ndio anaona let me try in online. Lakini huwezi fananisha na umempata face to face. Najua face to face hata kuongea yani communication mna make ina deliver direct feedback kuliko ile ya online. Ya online ainanga direct feedback cause aujui mtu amereact aje, aujui kitu nini umemtext amefeel aje. Lakini umeongea face to face umejua venye amerespond, hata wewe utajijazia huyu mtu amekubali ama hajakubali ama atakubali hapa mbeleni. Ya online utaweza anguka mtoni my friend. Okay, of course tutafanyaka, lakini si recommending sana. Online kuna ujanja mingi, kuna scam. Sawa, uendelee. Okay, Freddy, nilikuwa nimemconnect na mtu ile harusi tulifanya last week, tutadisconnect ama Freddy alianguka mistari, hana mistari. Muendelee na yeye ama tukatishe? Blessed mama washajibu. Tena kwa Kevin ndio wasikie utamu. Utachukua moja? Achana bana usichukue. Thank you very much. Now next on stage. Najua kwamba kuna swali ambalo Danson Makori uliulizwa, tutakupatia muda baadaye ujibu, tushikilie hapo tafadhali kati tutakujibu, utajipiwa. Next on stage. Naona kuna watu network inasumbua hapa. Double kara mimi sijui kusema jina wake. Double kakra. Mulete sasa. Ai, si kakra ama double kara. Mulete. Alisema jana tusimuite mama. Hello sasa double kara. Ukoaje? Siji tunakusikia kweli. Naona mdomo ina move but simsikii. Unmute. Tichora. Unmute. Tunakupata. Bado. Unmute, bado haja unmute. Yes, imekuwa sasa. Lakini ndio naye. Tena umemute. Double kara. Shughulikia mitambo yako tafadhali, hatukupati vizuri. Next on stage. Shughulikia mitambo, hatukupati. Kama unatumia head earphones ama ile Bluetooth ya earphone, tafadhali toa. Hakikisha kwamba unatumia simu ama earphones zile za kuweka. Anyway, hebu jaribu Nyams, jua ame unmute lakini hatumuoni ama ashalala ametuachia simu on. Nyams. Uko na mchiposi sana. Emi amefanya nini? Mambo. Nilinunua wifi. Ambia nani hivyo present mama. Nilinunua mimi wifi nikampatia. Wacha mchezo wewe. Awacha mchezo. Sijazota. Mimi hata nawasikiza tu by the way. Mimi nawasikiza venye mnaongea. Uchangie mjadala kwanza. Kama umenunua net, changia mjadala. Mimi nakuhurumia, kumbe uko sawa. Yes. Okay, online dating mimi siwezi sema ni mbaya ama ni nzuri. Okay. Kuna wengine ina work na kuna wengine haiwork, inakuanga stress tupu.
Unaona? Yes. Like kama mimi siwezi try online. Unajua upusi wenye uko online. Mtu amekupata Facebook. Amesorora hizo picha zako. Alafu try online. Unajua upusi. Emi. Tuendelee. Nilikuwa nasema hiyo mambo ya mtandao. Mnaweza patana na tuseme kama ni Facebook, si ndio? Sasa hiyo Facebook yangu si mtu amesorora picha za Eminyaps. Amesorora, si ndio? Akapendeka na mimi. Sasa tena ndio hiyo inbox yako, hebu nitumie picha. Anataka nimtumie picha gani? Ya maini ama picha gani jamii? Ama ya ambuli koko. Emi, hata kwa employment unaambiwa tuma the latest passport photo au uletangi ile ya kitambo. Lakini hii si job mister. Acha nikuambie, hata kwa Facebook wengine tuna nini? Tuna keep on updating our pictures. Unataka tena unaweza pata nimeposti saa hiyo na unataka nikutumie picha. Unataka nikutumie gani? Labda maini imeungua, we want to check the vitals. Tunataka kuona roho kama iko sawa, maini iko sawa, kidney iko sawa. It sent me your sex pic. Jameni. Ndianze kunyonga. By the way, mimi siwezi tumia mtu picha yangu online. Siwezi jua kama ni muganga. Alafu mwingine ukimtumia nusu, anataka umtumie full picture. Sasa hiyo full anachukua wapi? Na kama we ni kiwete na mtu anatafuta mtu. Si upige video call unione. Na hiyo mambo ya uji, mimi siwezi nikatumia mtu uji wangu. Kama unataka kuniona nikiwa uji, kuja tupatane face to face, uso to uso. Tulale na wewe, tutoane mangu, niangalie na mimi nikikuangalia. Si mambo. Ulinitumia picha uji. Ulinitumia Like seriously? Iko hivyo. Nimemaliza. Ulinitumia picha ile siku umesahau? Hebu leta hapa tuione. Leta hiyo evidence. Mimi siwezi. Ulikuwa uji ukanitumia, ulikuwa umevaa kitu kingine hivi kama zebra. Wewe utakuja tu tutoane manguo. Pole. Bwana manguo bwana. Kuatama kuagiza. Tena huyo unafaa kumtoa hapo, unasikia anasema mpaka pole. Yaani anakuelezea vile utafanya. Kuatama kuagiza. Deno, achana na Emi alinunua net, si usaidie huyo double kara. Double kara. Murete atanipiga. Double kara. Mami, hebu unmute. Bado hujanmute. Amefungwa. Umefungwa, hebu ongea. Hatukupati. Sijui shida iko wapi, bado sauti yako umeweka. Ongeza sauti kwa simu yako. Bado kuna shida. Bado hatukupati, hatukugeti. Kama unatumia ile Bluetooth ya earphone ile ya Bluetooth, utoe, udisconnect ama restart simu, ndio restart simu ama zima tena uhakishe, ndio tutakupata. Tunasikia unafanya? Na mimi natamani kusikia sauti nzuri. Ile sauti ilinifurahisha, nikapendeka, nikaremerementa, nikaanza kuku. Okay, naona Double kara, tunakuona.
tunakuona vizuri, unafungua mdomo vizuri, unatabasamu vizuri, lakini sauti haitoki. Sauti yako haitoki, sisi hatukusikii. Alright. So ikikuwa vizuri, ingia na uanze kuongea tu, hata usingojee kupewa nafasi. So Deno, si tungepea huyu kijana amevaa kofia white, sijui amesaidiwa na Freddy. Okay. Wacha akaribisha na huyu. Karibisha nani? Na kwa mtu kuna mimi mwenyewe nataka kujua. Mimi mwenyewe anasema ndio kuingia, tambulisheni mgeni ni mjue. Huyu, she's my pet have, she's my fiancé, she's my chocolate, she's Deno, tunataka mgeni ajitambue yeye mwenyewe, atuambie majina yake kamili. Wachana na hiyo ya YouTube. Ya YouTube tumeandika chini majina yake, anapatikana wapi, yako wapi. Tunaweza kuwa majirani na nimumwagie maji usiku bila kujua. Huyu Deno atapigwa na loyalty test, apatiwe character development vizuri. Pacha mgeni ajitambulishe. Najipil sukari na shangaa ametoa wapi? So majina yangu halisi ni Anusheta Nyarangi Ondiba. Kwenye ni wapi? Sina neme kwambia uniulize. Yes. Kwetu home ni Metembe, Mogonga. I don't know that place. Hapo ndio home. Niko na mzazi. I have a mother. Yes, and a father. Yes. Na nini tena? Mimi ni mwanafunzi nasoma chuo kikuu cha Moi na bado ni kuhustle kidogo. So nasomea ualimu. Mimi ni mwalimu wa watoto wenu. So mnafaa akina Blessed Mom, akina Katwe, mtengeneze watoto kwa sababu mimi niko hapa. Wazaa haraka. Niko hapa nataka nisaidie watoto wenu. Ndio maana nimekuja hapa, nataka mnifunze those morals mzuri. Zenye mnataka niende niambie watoto wenu. Na wewe ni mpenzi wa? Utawaambia hiyo. Sasa Confirm those allegations. acha kwanza niwaulize hii swali. Mkurukuntu. Yaani huyu ni mrembo amefanya mpaka leo uko na mwafuli umechanganyikiwa, uko na lollipop na bado mko kwa show. Na show ikiisha utafanya nini? Tutaweka nini kwa mfuko ufikirie ni andika chief. Mnanionea tu. Sasa mfunika hapa sinyesheo. Wewe Deno, acha nikuulize. Acha nikwambie ukweli Deno. Leo venye una BF. Acha tu. Nisichome. Na umenotice Deno anaenda lu sana leo. Anaenda lu sana. Ni kama hataiona. Anaenda washroom sana leo. Kila saa washroom. Nilikuwa napika. Mimi acha nichipee nafasi. Acha nichipee nafasi. Deno amechanganyikiwa, ni kama bado amenyonji huko sijui. Anyway, amchambo. Deno leo sijui shida yake ni gani. So naomba unyamaze kwa sasa hivi. Deno, kusema kweli umechanganyikiwa leo Deno, kwa sababu ikiwa baba ameamka saa hii, yeye ameshalala, sisi hatujalala. Haya, mwenyewe aliingia hapa saa 3, hujampea nafasi. Ikiwa baba anataka kuturuka, tumeachia ikiwa baba hisho. Sasa kama hakuna mtu wa kunipea nafasi, ukienda kanisani ukipata hata pastor ajanza kuomba huko mbele, unaingia unaanza kuchipea nafasi na kusoma Bible, kwani iko nini? Nimekupea kia baba, nimekupea chance. Sasa wacha nikukaribisha. Asante sana. Acha niwasalimie. Mapenzi imenoga huko, wacha nikue host sasa. Hapa mwafuli kwa studio. Ayo mugetutu.
Like ukaanza vena mpaka kwara kiti tondi geti. It's okay now. Bate yendikire lina rigete bate lina rigete kumbo yonde Dennis Oruro all direct yendikire ne Rusboni. It's okay now. Let's continue. Next on stage. Before we go to Ekiaba, Vizuri, namba ikiwekwa hapo tunapita nayo sisi wote. Sisi ni hatari. Hakuna. It's okay. Emonyo. Hiyo ni M-Pesa bana. Namba nayo siwezi wacha na niko single. Hapo nayo. Utawezana namba 4. Kai hata namba 6. Mimi ni kukudenja. Hiyo ni glasi. Mimi ni kukudenja. Usijidanganya, mimi ni kukudenja. Haina shida hata nikiwa namba 10 so long as niitwe mke wa mtu. Ala. Wewe bwana. Deno. Nani? Na nyebekire. Sawa ngoja kundo wala. Fanya hivi. Next on stage now. Tunataka na Ekiaba. Okay, utuongee Emonyo KV. Nataka waweze kuingia kwa mjadala before tuende Ekiaba, tuende double kara Fred yako pale. Kama mtu aweze kuongea nao. Paka no more business. Karibu sana Emonyo. Tunakusikia sasa, shikilia hapo. Double kara wacha ongea network inasumbua. It's okay. Niambie mjadala ni gani? Mambo. Mambo double kara. Habari ya jioni. Poa. Niko poa. Karibu sana mjadala. Leo tunazungumzia kuhusu kutembea uji mtandao, unakrashia mtu hamjui, unamtumia picha, una video call ikiwa uji, unamuita sweetheart, unamtumia hadi money. So, wewe unakubaliana kwamba mapenzi ya online na kutuma picha ipo? Yes, of course, hiyo ni digital. So wewe una support? Yes. Kwa nini? Basi. Mkundu, wacha nikwambie hivi. Unajua kuna watu hapo wameweka online, kuna mapenzi yenye inawaki. Saa hii ni digital. Ninaweza vaa nguo, ninaweza vaa top, nikatembee. Na nielewa. Ninaweza enda TikTok yangu, nitembee. Because saa hii, my dress, my choice. Wanipata baba. Alafu ukiona ule mwanaume, juzi nimeona mwanaume mwingine, demu amemtumia picha akiwa uchi. Alafu huyu mwanaume anamuitisha pesa. Huyo ni ukiona umetumia mtu picha, aanze kukuposti. Huyo ni mtu mjinga hata kwa hakuna choo. Huyo ni mwanaume fara kabisa, mkumbavu. Wacha niwaambie wanaume na wanawake. Inga mtahaja. Kama umekosa na mtu, wacha kuja kumposti FB. Mimi naomba siku moja mwanaume akaniposti. Atajua watu, atajua dunia na viatu. Kama msichana amekutumia picha, mmekosana, wachaneni na yeye. Huwa watu wanakosananga. Lakini si wewe ukuje kusema huyo demu wakati wao alikutumia picha. Alikutumia picha ukiwa uchi. Wewe ulifanya nini? Pia watu wote wawili wana makosa. Si ndio akuje kujipendekeza ati demu. Unajua sisi mapenzi ni tight na mapenzi iko na ujinga. Unaweza penda mtu. Sisi wadai mtu unaweza penda mtu. Unaweza penda mtu na umtumie picha. Lakini mimi kitu yenye naambia demu, usimtumie picha yako ukiwa full. Mtumie nusu. Na juzi nimeona demu mwingine rafiki yangu mwanamuziki, alitumia boyfriend wake picha na akamposti. Lakini huyo mwanaume sasa ako kwa jela. So wanaume wajanga kukucha hapa mbele mnajifanya ati hiyo demu mwenye amenitumia picha ni mjinga. Wewe ulikuwa wapi? Pia wewe ni mjinga. Hata huyo mwanaume hana akili. Wacha kuadibia wasichana majina. Pia mimi niko hapo. Kama mtu amekutumia picha na wewe. Hii story inaishanga tu hivyo. Unaendelea mbele. Mlembo, unataka kuenda mbali.
kitu swali ilikuwa hivi, wakati mkiwa uhusiano online, si ati demu ama mmekosana unapost, weka kitu vile hiko, iliwekwa hivi. Kama hujapata vizuri mapenzi ya online, ni vyema kuitiza picha. That is it. Yes, of course. Hiyo ina shida kuitisha picha. Hiyo sasa ndio ilikuwa uchangie. Wengine sijui kama umemaliza nichangie. Mimi nataka nijibe nafasi mimi mwenyewe. Si mimi ndio host wenu, nimekupea nafasi. Au mapenzi imenoga huko juu. Sawa Fred, sawa Fred. Sawa, nimekupea nafasi. Sawa. Dakika 2. Naongea dakika 2. Okay, mimi kitu naweza sema hivi wenzangu, kama ya mute double karakara. Mute please. Nisikia? Mute. Sasa unajua tumepatia mtu mwingine nafasi. Mimi ndio nilikuwa na kitu iko hivi ni hivi. Ati? Ajua double karakara, wacha niongee. Watu niende sasa sitaki kuongea mbaya. Okay, ongea baba. Double karakara. Mnafunga mic. Mmejifungia mic. Kurukundu. Kwani hizo imekuwa kama choo? Ama bibi sina kazi ya kuongea. Wao wasema wangu pia mimi na wateteanga. Wewe ndio unaongea, endelea kuongea. Nimekuongeza dakika moja. Okay. Kwaje niseme hivi. Kama mtu anatuma picha yake, hiyo isikuume, inapaswa kufanya nini? Ukiona huyo mwanaume anaposti msichana wenyewe, wewe hebu imagine ni dada yako. Huyo mtu hana akili. So anataka kusalisiwa uwe na aibu, ati sasa ukuje kuonekana mjinga. Siku nyingine mwanaume atagusa kona baya. Ndio atajua ni nini kwao kusalisa mtoto wa wenyewe huko FB. Ingekuwa ni sister yako. Wewe unaweza furahi aje? Unaona? Si vizuri. Kwa watu, yani huyu mtu ama huyu mwanaume akuange majua. Ama sisi wasichana, unajua sisi maybe uko long distance. Umepata mtu mpendana tu. Mimi naweza kuambia simama uoge. Kwani nikikupiga picha ni nini? Siwezi kukutoa picha. Hiyo ni ujinga. Kwani ni mangapi tumeona? Hata leo mngaleta story nyingine. Sisi tumeona vitu mingi. Ni ngapi tumeona paka ya magavana? Paka magavana. Sasa hii ni kitu kingine ndogo kurukutu ache niende. Magavana? Ngoja. Paka magavana. Sasa kurukutu nataka kujifanya nini wakati Dabokara. Mwanaume ni mwanaume hata akuwe president. Lakini mwanaume mjinga. Obviously mwanaume. Ukipata mwanaume don't say atumeona governor is like Vincent, is like Mokogot, is like Dennis. Nakuambia sasa ni ngapi tumeona? Na sasa ni my dress anapanga nguo nataka. Mimi nimeenda. Huyo ngoja Dabokara. Gavana, kwani gavana kuna tofauti than Dennis ama? It's okay. Gavana kuna pesa. Sasa ni ngapi watu tumeona? Answer my question. My question is wewe wacha kuni-question nikiongea my friend. Sada niongee niende sana. Mimi Dabokara nesa kutana na msungu ananiambia I want to see you. Matuzi zipo. It's okay. Muonyesha mudi na nipe 50,000. Yes, okay. Pesa. It's okay. Hapa tunanegotiate. Tunasema nini hapa? It's okay. Mbona tusi mwana leo. Kai,
Unakuza ambayo umekula pilipili bwana tena na leo. Ni ujinga. Kwanza kurufutu wake nisema hivi ndani ya mwisho. Kuna wanaume wajinga kunini? Abasajja bara bachinga omuntu akumtumira bicho chiko post yo mwana obande. Hiyo uchinga mtakoma. Mwache watoto wao. Kama mtu amekutumia mwili wachana na yeye. Yes. Yeah. Amonyeke hivi. Yes, mister. Nafasi ni yako, karibu sana. Before tuende kwake Mochokoro, naona Mkogoti Queen wako hapa, karibu sana. Wacha tu nisikie juu for now temperature yangu imeenda juu, sitaki mambo mingi. Please. Yeah. Wewe bana ndipo karakaramu. Vincent ongea. Vini. My friend, point of order, chairman. Kila mtu amute mic yake. Sasa Point of order. Wanaomba mtu aseme yes or no badala ya mambo mingi. Okay. Ongeni mic kila mtu, sasa ni mimi, nafasi ni yangu na muniheshimu. Mawokoro? Mambo? Niko salama Mochokoro, mwesi pina Bachokoro bana. Unafungua kamera man. Wana kusendo chere nere tate taratibu move yeta wana lende na ncherende tiga. Ndabukara Mochokoro makoga timbu yore. Kamana kakanenga jite busai. Ti change ka mute kamera yao. Mute mic yao. Go good girl. Andi ngulio begete mic yao. Bueno. Nchenta kete kuruli bagaga hiyo. Vincent, nolema? Niko. Yeah, niko. Makogoti? I'm good. Niko sawa, niko sawa. Bona ninche naye dore na tingo kwa na Mochokoro na tara kwa na bona mundo kwa na Vincent manya kwa. Vincent kwa na ande kera na ko ireli baga igo no metinga na no mwana no Mokogoti. Kwa na manya kwa na. Okay, thanks. Okay. Kitu naweza sema ni okay. Hata kama shida imekuja, omsole. Tumeruziana kitu kidogo. Omsole mlembo. Kama nimekosa kwako kukujibiana, it's just a request. Just forgive and forget it. Let us talk like abana bamo. Mr. Dennis. Hatutaki tuharibu show yako ama tu ya sababu ya kitu kidogo. Mimi naomba msamaha. Hata nikafundisha hivi, kujua kuomba msamaha ni kitu ya muhimu. Kama nimekosea huyo mwanadata, nimeomba msamaha data. It's okay, Fred. It's okay. Let's continue. It's okay. Not Fred, is this Vincent. Vincent is okay. Mochokoro Mokogoti ya hiyo hadi regendero mtadara. Kitu yenye nasema ni hii. Mapenzi ya lakini siwezi imagine nini imetoka hapa kabisa. Siwezi. Please, just hivyo tu. Dennis, unaweza patia mtu mwingine ya. It's okay. Let's hold on. Naona hapa Wilson pia anasema kwamba patisi kwa ubaya, hii show haina heshima. Naona mambo ni kutuhusiana, jaribu kukua kama K West please, iko na heshima. Now, wacha ni respond hapo. Unajua kuna time sometimes sitaki nikirespond sana mnasema kukurikunda kwa very harsh. Let me just say this. Na nataka tukue na heshima tukifanya mchezo kidogo na tunarudi normal kidogo. Mawokoro na kupatia nafasi. So, ukiona kwamba uko na crush ama uko na nini, shida na mtu outside kisi hot. Tukikuja na mchadara na unakuja na matusi, sometimes inaweza kuwa masono nikiona kitu tukiongea mnasema tumeongea vibaya. So, what nisema hivi kutoka leo.
tafadhali usitusi mtu yeyote. Kama ni ile ya mchezo, ile ya kufanya mchezo, ile kuna sometimes tunafanya mchezo, kwa sometimes tunakuwa very serious. Ukiona kwamba unatusi mtu na unatake it very serious and we are discussing tupate solution gani, tafadhali tuanze tu to avoid hiyo shida ya kutusiana. Yes, it is good kama una point ya kuongea. Naona vile president mama wako hapa ananiambia twende hivi, wao kuja nasema salimia watu tucheke pamoja like that one, lakini kutusiana tafadhali tuache. Matusi nao tuache. Freddy Emonyo Vini. Yes. Kwa hilo ndugu yangu, samahani. So nikiona mtu next sasa, ukitusi mtu ni kukuweka nje. Sasa ni vizuri hata ukae kwingine, ama ukae pumziko ulale, kuliko kuwapia watu wengine ni mtu sahihi usiku. Freddy, pole sana kwa hilo na kile kitu ambacho kimefanyika. So let me just welcome Mocho Koro Kerevi. Maokoro. Mimi niko na maswali. Hold on. Listen, man. Mami, listen. Earphones zako ziko na kelele. Unaweza kusa kidogo hivi. Kidogo tu hivi. Double karakara kidogo. President mami, unaweza shughulika na earphones zako kidogo tu hivi. Nataka kukusikia niende. Hold on kidogo tu. Yes, ufungua sasa mic President mom, nisikie. Hapo iko sawa. Nilikuwa nakwambia Mocho Koro Kerevi na huyu Mokogoti ni maadui wangu, wasiniruke, wasiongee mbele yangu juu ni maadui wangu. Kwani gae mora maadui. Point of order. Point of order. Naachire. Hao wanapendana wewe Freddy. Hao wanapendana wewe. Hao wanapendana. Rukundo nataka kuongea mimi na mdomo mkubwa. It's okay. Rukundo nataka kuongea. Hold on. Nimekusikia Nataka kuuliza hivi. Nilikuwa naongea au wanaume wakaanza kuongea. So nataka kuniambia mimi Dabokara ndio nimetusi mtu ama ni nani? Nilikuwa naongea. Dabokara, hold on. Sijamaliza. Hold on. Let me bring Mwari konda bwana. Hold on, Dabokara. Nani, there no point of order before muendelee point of order. I have a point of order. And pardon me and forgive me if nitakuwa make a very wrong point. One, we all the panelists should understand that this stream is live and people are watching. So the moment people start throwing tantrums from one person to another and it starts to sound like a marketplace, it shows like there is no order in a hot TV. Remember this, they know this is your brand being spoiled. And at one point, mtu akienda huko nje anasema ile panel kazi yao ni kutuka. Umeona kuna mtu amekuja na akasema hiyo panel ni kutukanana tu. So what I'm requesting is this. One, let us have the etiquette of having a live stream. A live stream inakuanga that if you're not speaking, kindly mute your mic. Do not start opening your mic before being given a chance to speak. It is a very simple etiquette. The second thing, if you feel like umekasirishwa na mtu, speak to that person through the chair. Hata mimi nilikuwa nataka ku raise point of order like the two men wali bulldoze huyu mrembo at some point sana, but ikakuwa wanaongea vibaya kwangu. Na hata wamekuja tu kwa hii TV. Let us not go there. Hapa hata wanijui. Wacha nimalize. So kindly, because we are here to educate and also to try and give other people a good idea of what we are discussing. Let us make this discussion like it's a viable thing. If we start, hata mimi this is the second time nakuja hapa, but I'm surprised that kuna yenye si mzuri. So chair, control the panels, the panelists, ndio tuendelee mbele. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Asante sana. Samani kwa hilo. Now, pole sana kwa hilo. So, let's continue. Na najua kwamba, najua vile sasa nimeanza kushughulika.
The moment inaona hauna order, matusi, hakuna kitu mpangilio, it's only to kick you out from studio and pan you out of studio. Hata ukijaribu kuingia haiwezi ingia unless you watch us from outside. That's the best dawa. Now it's okay. Let's me go to I hope sasa tulete mwendi zetu kupare kwa normal business. President mami aliniambia leo niwapatie wote kwa wa mwisho, si ndio? Nilete fungua mic nikusikie. Fungua mic. Mimi nilikuwa napea wageni lakini Magukuru na huyu Mokogoti wakiniruka wataniona. Amenipatia kitendawili. Sasa lazima nipatie nafasi. Kutoka hapa tulete nafasi ni yako. Mochokoro. Msema mochokoro. Mochokoro okerevi. Sindio? Karibu sana kwenye mjadala. Halafu vumeta mochokoro kerevi, Magukuru karibu sana, ukaribishe Blessed Mami. Tusikie masio. Mochokoro kerevi. Karibu sana Magukuru. Karibisha Blessed Mami. Halafu ndio tukupatia nafasi sasa. Na wewe mkaribisha feel at home. Au sio? Okay, thank you so much. Wasokora sokongari baga. But I can't siezi karibisha President Mami. Kwanza ndakaribisha Mokogoti. Mokogoti. Yes. Ile kitu iko Mokogoti. Uwezi wanawake hawezi ongea mbele ya wanaume. Mwanaume aongea kwanza. Mokogoti, sababu wewe ni mkogoti wangu, ongea ndio nipatie President Mami nafasi. Karibu. Okay. Na wasalimia mjambo. Hatujambo sana. By the way, mimi nimekaa hapa nje tu naangalia. Tigangu aneke kusi. So, na habari sikoga na ligeri sana iga. In fact, chishwe chiga tali atindu chigo konyama. Umata bantu bari bakurigeriwe channel kurusiko kali. Tigango tebi kurukuntu. Bakuriye kurusikari abange sana. Para ketige tutoko kwa nama. Nje tigango te nje mimi nimeona mambo mingi hapa hii mtandao yetu hapa. Twalolira mangana mange yobo soko yanda maya. Of course, even the mwate even like online dating. Mont ayogo tume bicha. Erebosa. Please nje na basaba na kiga aki please. Online ye kare mu etari no mont. Ogo post ku. Eto mugaiga nje kingo enyora nje ngo na nje ngo nye post because tari nje na saba President Mami misja kwamba. Tari nje na saba Magukuru tari nje na saba deno. Nje na nyora. Na nje ndo mera basani wa na binde biko chibaende. Omonto lyo tutagerete iskoga. Konyo koromo gen. Ande binde biko mostly calf. Tiada bani ekene kurukundu. Igege togo tebani togo semani abantu mbarabagen. Mostly binde bune biko nyakorokanaga. Bune binde bimarabia post kuchusika. Ekene moisiko no mageni orengi. Orocho yondoro digen to buna kergia post. Next yana ago ikurukuta. Abantu ba post President Mami ne lyo tari chikuru. Abantu ba post bale boss. So, ekero muntu tokore si agenda agenda kwa yago kuna. Konye gose wakire chibicha watumiro muntu. Genda ngoro konye kwa robo soku ora asukake umaikuira na liriba twakore okwana. Because ndundo maide obwanja ni online tigato teba nyekene. Amo sacha kwa tentomiro mubiroko oitali agwanjite. Koso mokungo kwa tentomiro mubiroko oitali agwanjite. Aitali masikani because ugo kwara muka kumna lira gose kwara muisi koyo kwa online ga kumna lira kesino ni dio bate yomuntu na kintomero mubiro kore bose so nje ndo ndate abana ba minto bantegerete iskari konye koro mageni ka breeze social media ye egene ndo ka saturated bako mwana ga ocha korra kuna kwa lenge bose kosa ba chokoro ba kosa abana ba mi so breeze teribu ya gotomerana mibere ya ito kotore bosa tiata te banyekene teribu ya gotomerana mubiro kore bosa
mobero ebu kunere ko mobero kuno euri osi bali bajete kanisa rende ba president mama mtanisaidia hapo. Hii mwili yetu hii mwili heshima, si kitu ya kuzunguka kwa mitandao hapa. Wacha watu tuheshimiane bana, tuheshimu mwili yetu. Maokoro Asante. kakinje na kwa nekian. Asante Monchokoro, nandekera ngorugavu ngenda se Mr. Me tatevyango mangana kwana sititeka isano utira president mamu ategera gavu nagotevinga nyamanza chini. Mr. Me karongo linganele. Yes, nawasalimu wote amchamu. Hatujambo sana. Timanye tinga about singo yubareke usi. Kisha ntema go tumeka. Tukua naye. So, naigure buno mungwano ya eresire eri etantamu bwata patirende eresire buya sana. Kitu ya kwanza chuna mitandao waniga yabire emebe sana. Nchebunande iga narenge group yete na soete. Na group ye ngende kya tenga karuo ebintu byasometu byarenge bibe nande group ye yarenge twaringete as Bible study. But wone ebintu byatometu byarenge bibe bakekagera nkaruo. Why? Abantu barokonyara bari most of the time abantu bari Gulf wako nyongore ebintu ebisana sana. Lakini si wote. Sieti nimesema ni wote. Kuna wenye wanajezimu. So, tiante wenga for example umuntu wa cholire gose no bwate mukao gose no bwate girlfriend yao kwa motigeteka gose no maita asare akuna acho mote inga ngakire bicho ngoro kiwese no mubero gokole gose. Why? Nkwa maite kere kwa motigeteka abuna arenge. For example mondo bunanje. Yanda aru example bunanje ya. Yanda actually nje ilikuwa kitambo sana kuona mwili ya mwanamke ni ile tu, yani naangalia tu hivyo. So si lazima ngo katiere nane ngo bekere lazima nga ntomerange bicha yagere bose. Hapana. Ukinitumia itakuwa ziri yangu mimi na wewe. Hivyo nishaamua kukupenda. Najua si kila mahali unatembeza picha yako. Kama mshaamua kupendana na huyu mtu, angalia ni uhusiano gani mko na huyu mtu. Tumeongea na yeye siku ngapi? Imekuwa miezi 2, miezi 3. Mtu kama mimi mwenyewe nasema msichana atakayetongoza miaka 2 ndio nimuoe, huyo ndiye atakuwa bibi yangu. Huyo hata akifikisha mwaka na nusu aanze kunionyesha uji wake, siwezi mdarau wala siwezi mpost na siwezi fanya hiyo kitu. Hiyo kitu imenibo sana kuseme eti kuna mtu alitumana picha alafu sijui ni mwanaume akaposti, sijui ni kuchezea hekalu la Mungu bana. Kama huyo mtu alikupenda na akafunguka roho yake akatoa nguo zake akapiga picha alafu akakutumia, mbona wewe umwanike? Sometimes hizi vijana tunafaa kujiangalia sana, ama wanaume tunafaa kujiangalia sana. Uko position gani? Ukifanya hii kitu unafanyia nani? Najua wewe mwenyewe umepost au chitambui kama social media yako, ama ni Facebook, ama ni WhatsApp, ama ni Instagram, haujui kama wewe ndio mwenyewe. Watu wanauliza, huyu jamaa alitoa hii kitu wapi? Ni kama ni yeye aliitisha. Ikianza kuleta sasa aibu, si ni wewe wa kwanza? Si ule msichana. Ule msichana itamletea aibu mwenye atamfikia, lakini wewe mwenyewe yani yeye mwenyewe hawezi sikia
wenye wako hapa nje, wenye wako hapo nje ni wewe wanawekea makosa, wewe ndio uliitisha. So nasema tu hivi, mimi kifyangu kipinafsi kutoka roho yangu, mimi nasema msichana mwenye ndatate yana after 2 years, I think nimekuambia historia yangu. Mimi tukipendana na wewe nitakupenda tu hivyo, juu saa hii nishamalizana na ile story yangu ya kusema eti nifanye nini. Kama ni pesa ni saa tafuta yenye nimetafuta, nikimaliza contract yangu nikuizi na familia, nilee familia yangu. Hivyo tu ndio nitasema. Amen. Kama una bibi, mimi sina bwana. Tutaoana tu hata kama ni mimi ni mzee. Mnyams. Alikuwa ameongea. Unaona madharau. Niete president mama asinichape. Hachana na president mama. Mnyams. Magokoro nilikuwa nimeongea gaki. Na nilikuwa nafikiria umelala. Unajua nataka kuamsha kila mtu akue macho, nikianza kuongea ndio mjue mama ako hapo. Siwezi lala. Huyu mwingine mwenye amekuja ati umuchache wanyamaje. Omaje wanyamaje. Hapana. Hivi. Kuta karibu. Akia ya tinaroje mu bwana na mbono nangu sirange naro liringe macho nyamaje. Thank you. Karibu kuona bono. Umache kuona. Otokuani. Habari Deno, hata huyo mrembo wako hawezi nitetea. Hata huyo mrembo wako Deno hawezi nitetea, ametulia tu. Atakutetea. Acha wapige kelele. I'm on your side, si unajua. Lazima nikutetee, siwezi kuangusha. Maje. Yes. Bwana magogoti yone lakini kibono kwenda tero usoko. Alikuwa niko na etiquette. Kukurukonto habari? Salama. How are you? Niko poa bro, na mgeni studio pia. Hi. Hello, how are you? I'm fine, unakaa poa? Thank Alafu you. Karibu. Blessed mom, missing you too sana. Umenitupa na wote wenye wanasikiza. Hivyo hata mwenye amekupea nafasi jamuona. Nakuja kwako, nilikuwa natoka kwa Blessed mom niteremke kwako. Ningoje. Habari yako pia uko fiti? Na Mr. Me pamoja na Mkogoti na kila mtu, and of course mimi nimekuwa nikifuatilia mjadala, at least inaendelea kulan. Sina kitu mobu naweza ongezea, but mapenzi ya online squeezy, you don't have to expose everything. Kila kitu, the best thing is all about kuchat and identity. Unafaa kukaa careful juu squeezy ukikosana na mtu after 1 minute anakuexpose hadi unashangaa hii unaishi dunia gani. Juu nowadays ukiona kwa mtandao kila mtu wako huko, our close relatives wako huko, then boom, kuna kelele ama ni yangu, then boom, mtu ukimtumia mapicha ama nini, maybe your chats, akianza expose na kumaliza kisiasa hadi kifamilia. So the best thing, at least tukipatana na watu online, let us try to maintain privacy and ujuane na mtu, na hata ukijuana na mtu ukimwamini aje, squeezy online never forgets. When ukitumia mtu hata picha, mostly of course mtu akitaka picha zako za Facebook ata download angalie, but you know at some point maybe you are chatting with mtu mwingine mwenye akona intentions tofauti, anataka maybe let's say maybe anataka other photos zenye zile zenye si za heshima sana, of course za kujifurahisha, nudes zinaitwa nudes. So akianza kukuexpose then inakuwa ni shida zaidi, but for me point yangu hapo ni kusema tu let us try to keep our
lives private online. Of course usilenge kila mtu, but kama una chat you be careful and what you are chatting, na pia venye unajiexpose online, juu huwezi jua mtu. Hizi unakosana na mtu anakuexpose within no second, na jina yako umetengeneza for 15 years anakuharibia for 1 second. So hiyo ndo maoni yangu tu naweza toa, then nikipatia wengine chance at least wakiongea. Asante sana. A good boy and you are handsome, but I will not see your face. Okay. Asante, yeah. I don't know mama princess or mama princess ama mama princess. We, hebu fungua hiyo mic yako utuambie na wewe unajua nini. Watu huyu ni Mkristo. Kwani mambo mingi. Deno, umesikia venye nakaribishwa na madharau. Hiyo muda yote nimepea wengine. Karibisha Blessed Mom au kwa upande wako, mimi niko upande wa mama wako. Na watu wa mute mic. Karibisha Blessed Mom. So tusikie what Blessed Mom anataka kutuambia. Hope hizo points unajua umesikiza for a very long time. Hizo points najua ameziweka pamoja. Sasa nataka kutupasua akili na points. Yaani mama wetu. Mama mzazi. Mama wa Kisi Hot. Karibu sana. Mama huyo ni mjukuu wangu. Anakuaje mama? Haya. Unaanza kupotea. Mnanipata? Yes. Mimi kwanza kabisa nashukuru Mola ametufikisha masaa tukiwa hai. Alafu show imekuwa mzuri sana, hata kama imeharibikia katikati, lakini mimi niliona kama ilikuwa vizuri. Umachi TV na wengine kama Sami wenye tumekaa bila kuonana, mimi nawawisha happy new year. Mimi naomba hii mwaka ikuwe ya baraka kwa kila mtu, hata kama hatujaionana. So Maoko, tunashukuru kwa kuingia kwako. Sijui kama ni jana ama juzi nilikuita au ukakuwa umelala. Amkanga na wewe utaachwa nyuma siku moja, shauri yako. So mimi on my side nilikuwa nataka niseme hivi, kama mjadala umeipata, jaribu understand mjadala, usikimbilia mjadala. Understand ama uliza ama sikia wengine wanachangia nini, ndio utapata njia ya kuchangia mjadala. Na kabla uingie hata kwa show, mjadala imepiniwa pale, si usome jameni. Ukiingia unakuwa rada. Alafu ukiona mjadala ni ngumu, pia unaweza kaa kimya, si lazima uongee, unaweza salimia na unyamaze. Na kitu kingine, changia mjadala vile iko. Kama mjadala imesema hivi na hivi, wacha kuanza kusema mambo ya maua, mambo ya Valentine, hapana. Changia vile iko. So hii mjadala inasema eti ni vizuri kutumia mtu picha. Mimi on my side nakataa. Hiyo sio kujiheshimu. Na mimi ningependa kusema hivi, kizuri huwa kinajiuza na kibaya kinajitembeza. Hapo najua watu wameshika vile namaanisha. Kitu ya mwisho, juu mimi sipendangi kukuwa mrefu ndio wengine pia waongee. Kitu ya mwisho ningependa kusema hivi, wakati unafanya mapenzi ya online, kuwa makini, kuwa mtu wa kuchunguza. Chunguza kiundani. Hawa wanaume unaona, mimi sitaji mtu na mimi siwaiti majina hizo nimesikia mkiitwa, hapana. Mimi sitaji mtu, nasema hivi, hawa wanaume unaona ati wanaleta mapenzi online. Wengine wako na simu 3, simu moja 3 na line 3. Anaambia Magokoro good night saa 3. Anaambia Blessed Mom good night saa 4. Anaambia huyu mgeni yako hapo good night saa 6. Ana date watu Dubai, America, US na wewe ujui. Sasa siku ile utajua ati unazimia.
Mimi mambo na online siwezi na sijawahi jaribu. I mean, that's why I love you. And that's why I give you a respect because you are my last born. Fred, ulikuwa hapa kitambo na ukatoka. Tafadhali nafasi ni yako. Oh, niongee? Ongea my son. My grandson. Na kabla huyo Fred aongea, nilikuwa nataka niulize huyo Fred, kwani network yake inaendanga na masaa? Anatumia ya jirani, mwachane tu na yeye. Karambu turesi minda nguvu wake randa bag. Network yangu? Tumesema nimekukaribisha kama maagokoro mino. Uchangie mchadara. Network ni ya kubaia bando, sasa nitakubaia kesho. Nikubaia yangu wake randa. Sasa nilikuwa naongea nini? Unajua nimechanganyikiwa. Sababu unaongea na simu ingine na uko na huko. Just Sasa nimekuwa free, niambie. Okay, changia mjadala. Tumekukaribisha changia mjadala sababu ulikuwa hapa kitambo na ukatoka. Si nilichangia? Okay, Okay, thank kitu you. nitaweza ongezea? Ongezea. Dakika moja tu. On my side mimi nitasupport karakara hiyo vitu aliongea. Cause kama mmewa picha hiyo ni siri yako. Hata mkikosana na huyo mtu ufai kumexpose. Ufai kabisa. Assume ni wewe una expose hiyo, wewe una expose mwingine kwa social media nini unamuongelea mambo mingi. Haifai. Kama mkosana peacefully na yeye, muachane, block mwingine ama nini, ama delete namba yake na udelete picha zake usahau. Lakini Ongea. Ama nimemaliza? Najua mimi napeananga na minutes. Ongea dakika moja, nimekupea moja. Mimi si kama kuruguja anawaacha saa mzima. 5 minutes. Nimepea moja. Nimekupatia minutes moja. Sio mbili. Ongea tu, mahali nitakupatia ni hapo. Endelea. Lakini online, mapenzi online ni scam. 90% ni scam. Mimi si supporting by the. Hivyo tu, mimi nimemaliza. Okay, thank you so much. Okay, sasa niko na mrembo hapa. Mrembo mimi sijai muona na simjui. Sasa ndio nataka kusikia yeye ni nani na ako hapa vipi na ananijua ama anijui. Kama anijui aweke 200 hapo nikunywe soda na mandazi. Ama nianze Sima okoro nakunywa kwa niaba yako kwa sababu mimi ndio niko karibu. Wewe nyamaza. Yako itafika. Okay, my dear Motokoro, can you talk? Are you understand English ama you understand Kiswahili ama understand Kegusi? Luo. Wachinango? Ange wate. Watu wazi. Wewe maokoro. Na igure bakurangeri maokoro na kumire wa. Monto bakurangeri go maokoro ba minto. Chimbuche. Lakini achire kuriere no monto musini ni. Na wanche te bakora meigo. Nere tare ana ensenyo ko mbate ni akimie ya monemia. No bwate ni akimie ya monemia. Tinda tiokerera that. No bwate vitinga. Bwate vitinga. Vitinga ni. Nituma je vitinga ni kibona. I wanna. Daisy. Tatevi erie tabono nando tatevi ngae ningo nande na kyoto gete maega ntonya korra muntu kabuna ema gose kurukunjo abeire pipo tatamaiti gose Ena pipo mwako yo. Kurukundo mwako ba pipo. Asa marieta ngoro ko
anusheta nyarangi ondiva nganko rumugonga saidi chame tembe. So niko tu hapa shughuli kupiga kazi na kurukuntu kusaidiana kidogo. Wakati kialau tutakuwa tu pamoja kwa muda. Alafu pia ni mwanafunzi, so ni kusaidiana, ni kujaribu kupata. Umemaliza hivyo? Sijui kuna mtu alikuwa anauliza sijui swali. Hapana, mimi ndio niko hapa sasa, hakuna mwenye ako hapa, mimi ndio niko. Mr. Mi Nyamanza, wewe ulisema umetengeneza pesa, wacha mimi niko kwako leo jioni. Uko biba ama yuko bibo? Bado mimi ni mwanafunzi. Najaribu kung'ang'ana na bado. Are you on searching or you are not searching? Amuya alisahau. Kurukuja mwenye toto uanza maswali utabuli. That is why I say kila muntu abo kuli musaraba we. Okay, thank you so much for your introduction. I love you. I welcome you in the studio. Thank you. Pati, hii studio yetu. Sasa mwezi kaa hapo mkiwa watu wa researching wote. Lazima mmoja akuwe searching na mwingine sio searching. Tunaweza weka aje paka na nyama kwa meza? Kuna paka ikurangi nyama? Hapana, hakuna. Okay, mbona? Sasa nataka kupeleka hii nafasi kwa my principal anaitwa Kurukuju. Tuone atakaribisha nani kwa studio ndiye atoe maoni sasa. Thank you so much. I finished my work. Okay, welcome sana. Thank you very much kabisa. Nashukuru sana kwa kuingia. Na ndio kwa watu wote reke bago. Wewe ni mtu mzuri sana. For now, let me just welcome mwetu ntere kumono kiwokwa na about this topic of today. Kacha itinse sana ne biro wana chama tinse kiusne kongu sasa chabano mbotuko bono mampi. So bona nafasi iga mase yemo mpaka magokoro karibu sana ena na maoni yago tuiguna ki opinion yago ne bina magokoro ngiora atebi abantu igoro ya kwena na chibicha so mtandao orege sogono getirianda chi video call getirianda. What can you say? Karibu sana. Okay, thank you so much na kwa kunipa nafasi nimeshukuru. Na asante sana kwenye wametuangalia kwa upande zote. Kitu ningeomba kila mtu anaangalia aende pale YouTube na search Hot TV, like ya comment ya subscribe. Hiyo ndio style tunasaidiana hapo online, lakini sio style ya kutuma picha na nini. Thank you so much kwa wenye mmechangia. Omache, sijai kukuona, that is why nimesoma hiyo jina yako ni kama nilikuwa nimelala. Thank you so much and welcome again. Mokogoti, I see you. And Mr. Me, thank you so much na asante sana kwa kutafuta pesa. Niko na wewe, pesa lazima nikule ama nikule fare. Hata Mokogoti yako hapa atasikia nitakula fare. Thank you so much. Wacha niingie moja kwa moja kwa mjadala wa siku ya leo. Ati ni vizuri mwanamke kutuma picha ama mwanaume kutuma picha? Mimi kwa upande wangu, mwili wako ni siri yako. Mwili yako ni private. Vile unaiheshimu, vile unaheshimu ile choo unaenda. Sababu pale kwa choo ukienda, utoangi ile choo tena unaiweka juu. Ikienda imeenda. Mwili yako inakaa hivyo. Picha, niseme hivi. Mokogoti tikune na najua ushatuma. Acha niseme hivi, picha kutuma sio mzuri. Na picha kutuma saa zingine ni mzuri kwa kupenda kwako, inalingana na roho yako. To follow your heart. Lakini penye na advice wachukuu wangu, kutumia mtu picha yako
hiyo ni kukosa heshima. Hata mwenye unatumia anakukosea heshima. Ni picha kutuma, mimi siwezi sema ni vizuri. Na hii mambo wasichana siku hizi mnatoa manguo online, tafadhali mwende mkaache. Heshimu mwili wako. Kama Mr. Mia anakutaka mungoje, muende Kenya, hata mfunge mlango, mtoe nguo, mwanzie sitting room. Mkifika huko ndani mtakuwa mmemaliza kuangaliana. Hata mkipika mkiwa uji, hakuna mwenye atawauliza. Na hii mambo ya online dating, my dear friend, my dear sisters, imeleta mambo mingi sana. Okay, hatuwezi kataa kudate online. Kuna watu wamepata wachumba kutoka pale, na kuna wengine hawajapata. Hii online ina depend vile unaitumia. Like me, niko online 24/7 but sijai kutana na madhara. Sababu ya nini? I respect myself na nina respect jina langu na respect account yangu. Sababu hii account yangu ninajua watoto wangu watakuja kuiona wakati nitazeeka. Watakuwa wanaangalia, mamu alikuanga kechebusi hivi, mamu alikuanga hivi. And zile picha ya mtu unapost Facebook, unaangalia ni picha aina gani? Ni picha watoto wako watakuja kuona, ama mtu wa heshima akisearch nini yako ni kitu anaangalia kitu ya maana? And let me tell you, hii Facebook haisahawingi. Picha uliposti last year, ukimaliza mwaka inakuletea inarenew. Imagine uliposti last year part 1 picha uko uji, alafu hii mwaka inakuletea inakwambia 2 years ago na uko uji. Na ujue wakati 2 years zimeisha, kama ulikuwa na mtoto mdogo, amekuwa mtoto mkubwa. Na labda sasa hiyo mmekaa kwa mesa mnapiga story, mtoto anacheza na simu yako. Umekuja na mwanaume, umekuja sasa uko uji. Mtoto atastuka, ngai, hiyo simu si atatupa chini. Ataanza kukuuliza, dadi, hii ni nini? Hii fimbo hii ni nini? Hii fimbo iko hapa, hii ni nini? Utamwambia nini? So Facebook ni kitu ya kuheshimu, sio mahali unacheza vile unataka. Facebook iko na maarifa mingi sana. Kuna masomo Facebook, kuna biashara Facebook, kuna mambo mingi. Kuna colleges kama watu wenye hawajajua. Kuna maadvice mzuri huko. Hata ukiwa Facebook, can you search one people, ule mwenye utaona ako na maarifa mzuri yenye inaweza kukuokoa kwa maisha yako, kuliko kuenda pale Instagram ama Twitter kutoa manguo kukaa uji. Tulikuwa tunasema mambo ya kutuma picha. Mimi nimekataa mambo ya kutuma picha. Siwezi, hiyo si poa. Heshimu mwili wako. Mwili wako ni kitu cha maana kushinda ule mwanaume unamtumia picha. Na mwanaume unamtumia picha hawezi kukuoa. Na ule mwanamke unatumia hiyo fimbo yako hawezi kukupeleka mahali. Tafadhali heshimu hiyo vitabu zenu, na pia muheshimu hizo makaramu zenu. Muweke kwa ile vitu tulikuwa tunasema kitambo, ilikuwa inaitwa viseso. Mugende morosie viseso, mubeke chikaramu chino ime, na bayaseke barosie meukelie chusi, babeke vitabu vyao hivi. Wachiheshimu. Hiyo tu ndio ningesema. Mimi sina mambo mengine. Naona Makokoti anashinda akiniangalia hivi na Mr. Mi hivi. Nyinyi wote ni watoto wangu, wachukuu wangu, nawapenda. Nawaombea mema, mzeeke mfikie miaka yenye nimefika. Na muone vitukuu na watukuu. Na msikue na watoto wenye wanatafuta pesa kama Mr. Mi. Ana date mtu miaka 2 ili amuoe. Sawa. Mbarikiwe sana. Nawe pia asante sana kwa mjadala, tunashukuru sana. Na kwa sababu ya muda
Kwa sababu ya muda Ulikuta ameenda wapi? We. Kurukundu. Deno. Kama Deno. amepata so. Oh. Kuna hii kitu yenye nilikuwa nafikiria Maokora ataongelea. But ingawa Maokora hayuko kwa hiyo uchawi. Maokoro. Gani? Kuhusia tu juu nitakuelezea kiundani. Wewe uza tu nikuelezee. Uko kwa hiyo uchawi ya TikTok. Mimi sipendangi hizo vitu. Mimi nikienda TikTok mimi naenda kwa wale watu wanaimba. Na just kama ni wimbo na search wimbo naimba. Lakini kuna msichana mmoja nimeona amepostiwa kila mahali, amevaa kitu ya yellow. Amevaa kitu ya yellow. Hiyo video nimeona tu. Na hata hiyo video niko nayo. Okay. Maokoro. Kuna hii kitu yenye mnasema. Unajua nyinyi wanawake mnatutusingi vibaya sana. Acha tuwaambie ukweli. Mnasema sisi ndio tunawapost. Hiyo TikTok alikuwa anafanya, si ndio? Kwani kuna mpaka wazungu? Okay. Kila mtu ako huko. Hiyo picha ikivurutwa kutoka huko ikipostiwa, mnaanza kusema nyinyi wanaume mnatupost. Mchukuru let me tell you. Kiasi ni wanaume wanapostianianga hizi mapicha. Hata wanawake wenyewe wanapostiananga. Na nielewa. Saa hii ukiwa nikienda TikTok yako tukosane na wewe niangalie vitu zenye umepost. Nitatoa huko nikuje kupost. Mimi na wacha nikwambie vitu vingine wanaendanga wanatengenezanga na nini na photoshoot. Unawekewa kichwa ni yako, mwili si yako. Unatolewa manguo, unaachwa uji. Hiyo kitu mnaijua iko. Nikitaka kukutoa. Na watu wengi sahii wanaposti watu si wanaume. Let me tell you, unataka mnishike vizuri. Sahii watu wanaposti watu ni wanawake wenzao. Nikijua sahii uko na mtu, nitatafuta picha yako, nikuvalishe nguo zile zenye unafaanga, nikutoe pale chini, nilete ule mwanamke, picha yake, nimvalishe zile nguo zake, nimuweke mkiwa na yeye mkiwa uji. Utaniamini ama huwezi niamini? Mokogoti ni wewe. Okay, kwangu mimi Mokogoti hiyo Photoshop mimi nitaweza kuambia ni Photoshop. Mimi nakwambia tu, ndakwambia direct ni Photoshop. Kitu iko genuine nitaweza kuambia ni genuine. Hii ya jana ni mwenyewe. Ni mtu alimpost. Hii ya TikTok. Hiyo ya TikTok ni mwenyewe. Na wacha nikwambie tena vile watu hupata hizo picha. Nikijua umekuwa na mimi, alafu tena umeenda ukakuwa na preset mom. Unajua vizuri sana preset mom ashakutumia picha yake. Na sasa umeacha preset mom umekuja kwangu. Nikitaka kumaliza preset mom kutoka kwako, nitakwambia kama umenipenda nitumie ile picha ya preset mom. Kisha nitumia mimi na post. Unajua iko? Right. Ya, vitu zingine zinafanywa hivi. Lazima mwanaume mwenyewe apost. Sasa the best option Maokoro, watu waje kutumiana. Wacha watu waache kutumia watu picha zao. Watu waje kutumiana vitu hapa. Hii online tumejulia, watu wengi tumejulia tukiwa Gulf. Acha tuambiane ukweli. Kwani watu waanze kudanganyana hapa? Wengine wako na matusi. Acha tu tuambiane ukweli. Deno mimi sidanganyangi na mimi sivichangi na siogopangi mtu. Mimi nasemanga ukweli. Watu waje kutumiana vitu hapa online. Okay. Nakumbuka hivi karibuni niliuliza mwanamke mmoja. Nikamuuliza, wewe dada, na ni wetu hapa tu. Juu niko na mbeka na nimesave. Kwa status nikaona tu nusu uji. Nikamuuliza, mbona hivi siku hizi umeamua tu hivi? Kaniambia, hii ndio fashion. Kumbe okay. Nikuleta kwako.
Haya, kwa sababu ya time nilikuwa naomba at least kila mtu akuwe na 1 minute ya kutuambia last words. Kwa sababu nataka unaona anaenda mbali Naenda kidogo. mbali. Sababu imefika saa 7 na ana travel mbali kidogo kutoka town. Yes. Naanza na nani? Mr. Mi. Dakika moja kwako. Hii ni kama yuko. Mr. Mi anatusikiza kweli? Mr. Mi. Na mwingine tuko na Fred hapa chini. Fred. Tuko na Yes. Nani amejibu? Mr. Mi anatusikiza? Nani sikiza? Mr. Mi ondoka tena uingie. Toka tena urudi. Kuna echo, kuna delay. Toka tena ndio urudi. Tuende kwake Fred. 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 Haya. Mimi sina kitu ya kuongeza. Okay. Ni kusema tu waje tukae na heshima by the way. Yeah. Tutapata watoto watakuja kuona hizi vitu tunafanya. Kitu imekuwa online sio rahisi kutoka. Have a lovely night wewe Kurukuntu na hao wengine. Asante sana pia nawe. Mimi nawapenda sana. Napenda show zenu. Mimi ni sabiki mkubwa bwana. Asante, tunashukuru. Omache. Yes, alafu Mani yeko yangu unanisikia kweli? Tunakusikia. Unajua hata mnyini kama lapeli iko mbali kidogo juu mna katika sometimes sauti but iko sawa. Yes, but okay, for me my last word kitu naweza waambia ni online never forgets. And me sahi siambiambia mtu ati usitumie mtu picha ama umtumie. Provided mtu anashika simu, yeye ndiye anajicontrol, ni CEO wa maisha yake na anajua the consequences. So the best thing it's all about kuwa na self control, alafu with the back of your mind that online never forgets, na pia watu kukosana, hata kama si kukosana, videos na pictures leak. So let us be careful. Alafu hii issue ya TikTok sahi inalipa, mtu ukiitumia vizuri utatengeneza pesa, lakini ukiitumia dance maybe naked, vitu kama hiyo itakuharibia jina na utalose a lot. But so far online inalipa sasa kila mtu anatumia aje. That's my 1 minute. Sijui Kurukuntu unaweza nipea 2 seconds niambie watu wa subscribe. Okay, so pia mi watu tuambie na utuambie jina yenye tutasubscribe. Yeah, channel yangu ilikuwa inaitwa, ukiandika Omache TV utaipata, ndio haraka kuliko hiyo ingine, but bado ukienda ikikuletea TNG Media Kenya ndio yangu utaipata. Every trending news nafanya huko. Above all nasalimia watu wote wa Gusii, na mkilala mlale poa. Let's be prayerful and let us support talents. Thank you. Mkisubscribe, God our bless. Comment ni like, at least we support each other. Thank you Kurukuntu na mgeni. God our bless sana. Hata wewe akublesi, na ukisalimia watu ukumbuke Mokogoti na Motokoro Kerevi na Kurukuntu na sweetheart wake huko. Kabisa. They atachi ama intern. Haya, Motokoro Kerevi. Maneno ya mwisho. Okay, mimi kitu ningesema, Motokoro ameongea. Sipendangi kuacha Motokoro nyuma. Huyo uone yeye ndiye amenichunga, nikitoka ndiye atoke, afunge mlango. Mimi wacha niseme hivi. Thank you so much kwa muda mmechukua
tangu mwanze mpaka wakati huu mmemaliza. Wacha Mungu aitwe Mungu. Hii si kazi yetu, hii ni kazi ya Mungu. Na mahali mnaenda muende salama na muwe mkituletea vipindi kama hii. Lakini mimi ningependa kurukutu kitu moja mimi nataka kukwambia. Karansense uangalie ni minute ngapi utakuwa unapatia kila mtu akiongea, sababu ukiachia mtu aongee story yote watu wanachoka wanaenda. So kama mtu ni 10 minutes usunguke watu wote tena urudie mara ya pili, turudie mara ya tatu, lakini hakikisha kila mtu amefanya nini, ameongea. Na wakati utaona mtu ameanza kuleta corruption kwa TV, and I think this thing ilikuanga wakati mwingine na ikakuja ikaisha, na ninaona ni kama inataka kuanza. Wakati unaona mtu ameleta kitu ya kukorofishana, unajua watu hatufanani na roho hasifanani, na tutazaliwa pamoja na tutagrow pamoja, na reasoning ya kila mtu iko tofauti. So wewe kama kiongozi unafaa kusoma watu wako, na kila soko iko tangi wazimu. So ukiona wazimu yako hii ndio inakuanga maji moto, unachukua maji baridi unaongezea juu, inarudi chini. Wewe ndio utakuwa unajua vile una control watu wako. The next thing, watu wakikuja kwa studio wasikuwe wakilala kwa kitanda ndio wanaanza kuongea. That's not a respect. Wakaange kama mmochokoro pale, anakaanga pale mpaka anamaliza show. And the third thing ya kumalizia, watu wakuwe na matamuzi mazuri mbele ya watu. Kwa studio tunaongea na watu wengi, watu wanatazama ni wengi. Isikuwe inaongewa mambo machafu hapa, watu wakiangalia wanaona mpaka Magukora alikuwa mahali pale. Itakuwa ni aibu sana. Watu wakienda pale nje wanasema, ni hata nikiongea mahali watu wanasema, Magukora unajua anaongeanga pale mahali ile maneno mlikuwa inatoka. So we need respect each other. Mkubwa na mdogo anahitaji heshima, na heshima idumu. Sasa nikifikia hapo naweza sema thank you so much. Kisi Old TV tuko pamoja kutoka mwanzo mpaka mwisho. Subscribe, like and comment. Thank you so much. Right. Asante. Nashukuru sana. Kuna labda jambo la kuongea? Sana. Thank you for coming. Makogoti, Maokoro, everybody, Freddy. Nimewasikiza akina Katwe, nimewasikiza kila mmoja na nimefahamu kile ambacho tumeweza kuzungumza hivi leo. Sasa hivi nashukuru sana kila mmoja kwa kuingia ndani ya nyumba kama kawaida. Amefika wakati wa kwenda kupumzika, watu waweze kuzidi kukaa pamoja na nyinyi. Tupatana tena kesho ama leo napata mchumba na lipa deni na shughuli zote zile zinaelewa tunafanya leo. Unajua kwamba Valentine's ni Monday, usiache nyuma kama uko single. Hapa kama kawaida, nashukuru sana. Nyamtedeni sema kukurikuntu. Thank you. That's my name. Bia usisahau maua yangu kesho. Kumbuke. Nisanua hapa, nashukuru sana kwa kutune na let's meet on another one. Simo Maokoro tuende. Si tuombe tuende. Tuombe. Naomba Kikisia ama naomba Kisungu ama naomba Kiswahili. Yoyote. Tusabe. Nyasaye tata nyasaye omwana nyasaye omukama sene twakira sore bono mambe tokerane ngambo yamono kwabera omulendito kwabera omurayito ramangana twefundishira aseri tukoria rero kurugoro tatonyare kuyasenya kende yonsi twagamba tiakisane kigotegura bwa sore osiseni abanene n'abake otomorembe n'obwanchani egepindi keri tukoria rero kia abana baitu bari bagotuma tibite twagekemeira aseri etare Yesu Kristo na bari bagoposti twagekemeira aseri etare Yesu Kristo tarenda abana baitu biri bike banyare kumanya na kukurandia au kumanya butambi ndiya mona sayama kina buri kibra wasora tare Yesu Kristo burito. Amen. And may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Merry morning, good night to everyone.